elimination of political interference. Sometimes, unapata officers wanafanya kazi, but there is a lot of interference from some politicians, not all. Some, wengine... Police stations, first with the deep appreciation for the continuous efforts that the government has made towards strengthening the National Police Service and to ensure that our police stations remain pillars of law and justice. Again, by ensuring that our police stations provide justice to all and for all our communities within the Narok County. Now, sir, I will request you to allow me to address key issues of our areas of service by first expressing our gratitude, outlining existing challenges, and coming up with a proposal maybe that would help in the near future. First, I will start by talking about resources that we have as officer commanding stations. We want to thank the national government for providing all the necessities that we require as the officer commanding stations. That is to say, uniforms, firearms, protective gears that we use in our day-to-day activities. But again, I would say this, that as much as this has been done, some stations still have challenges in terms of the infrastructure. That means most stations do still lack all this necessity. One, we have stations within Narok County that do not have things like motor vehicles. Just to mention, we have Sakutiek Police Station, Koilale Police Station, among the others. So it's our humble request that besides all that have been done by our Igbo government, we still request that it should allocate targeted resources based on operational needs, assessment, ensure regular replacement of worn out things like uniforms, worn out equipment, and expand access to advanced forensic laboratories, among other resources. Welfare, we still recognize the effort that the government has made in providing welfare for the members of the National Police Service by improving housing projects, house allowances, and by enhancing the medical cover for the police. But again, as much as this is done, sir, we still have a challenge whereby we find that most of our officers who sometimes get injured during our day-to-day work, some get accidents while performing our National Police Service activities, some get injured like recently when there were riots in our country. So we would request that maybe compensation in terms of the services we find from our insurance should be fast-tracked so that at least the officers get assisted in timely manner. Again, we still request that you provide structured counseling programs for those people who most of the time undergo psychological torture due to the kind of work conditions that we are involved in. In terms of personnel, sir, as station commanders within Narok Police Station, we do acknowledge the regular and several recruitment programs and drives that have brought in young and strong, energetic men to serve our growing population. But, sir, we would sincerely say that this still is not enough, as some stations still remain understaffed, especially in terms of gender. We find stations within Narok County where we do not even have lady officers. So it makes handling of gender issues difficult for us. Therefore,
Therefore, we appeal to UIB office to consider increasing recruitment frequency and distributing those personnel based on crime patterns and consider a reserve unit for emergencies. So again, we commend the government community policing programs that have helped bridge the gap that has existed between officers and the public. This has tremendously improved the public confidence in policing. But, sir, we also need to admit that mistrust and negative perception of police still exist in some areas and even in some part of Narok County due to past incidents and misinformation. We therefore still urge our government to strengthen continuous community engagement, train officers on customer care skills and conflict resolution, and use social media to showcase positive police work. In terms of training, we value the ongoing promotional courses, refresher courses, specialized crime investigation training, and leadership program taking place in our different institutions of training. However, sir, training opportunities remain limited, with some officers still missing out due to operational demands. We therefore urge our government to consider expanding training capacity, incorporate online learning platforms, and make specialized training mandatory for certain units. Okay, just to finish up, because we still have another OCS presenting, I want to talk about the Department of Independent Policing Oversight Authority, the IPOA. So, as commanders of different stations within Narok County, I wish to commend the IPOA for the crucial role it plays in ensuring transparency, fairness, and professionalism in policing. IPOA independent investigations has helped to strengthen public trust, enhance police accountability, and promote justice for both officers and civilians. Something we as station commanders really appreciate. In addition, we can attest to the fact that their work has contributed immensely to intensifying systematic weaknesses and areas that the National Police Service can improve on. Therefore, we admit that this is not only a service to the public, but also to officers who strive to serve with integrity and within the law. So, while we value IPOA's mandate, there are challenges that we police officers face in the course of the operation of IPOA. And these challenges are as follows. One, there's perceived presumption of guilt, whereby officers feel that IPOA investigations start from assumption of wrongdoing rather than impartial facts finding, something which do affect the morale of officers and public perception. Again, there are lengthy investigations which sometimes keep officers under psychological pressure, affecting their performance and progression. And last but not least, limited operational reality about the existing situation during riots and what officers undergo during such riotous activities. IPOA do not take into account during its investigative process the fast-changing, high-pressure nature of policing situations, especially during violent riots. Therefore, we do urge the government and your ministry to enhance IPOA police joint training awareness as to build mutual understanding of operational challenges and investigative standards.
The government should also ensure provision of modern riot control equipment which are non-lethal to all police stations within Narok County, and ensure provision of mental health and legal support for officers. And lastly, both the IPOA and the police should understand that they are not opponents, but partners in building a safer, just, and a law-abiding society. With mutual respect and open communication, we can ensure accountability while safeguarding the welfare of safety of those who wear the uniform. That's my presentation, and thank you, sir. Asante sana. Pigie makofi OCS wetu wa Narok Police Station. So huyo ndo amewakilisha OCSs, na if there is any other sir, maybe OCS ambao labda ataongozea. Karibu OCS. OCS, this must be Madam OCS from Kilgoris, OCS from Transmara West. Karibu. Na tukingojea OCS aongee, tunaomba pia OCPD, wakilishi wa OCPD ajitayarishe pia akuje mbele aseme anene, akifuata na mwenzake wa SIPO ama APS. Karibu OCS. Our guest of honor, sir, all protocols observed. Good afternoon. My names are Mary Umazi, OCS Kerinkani in Transmara South. The station is located about 220 kilometers from here, and I'm happy to be among the speakers of this today's event. A lot has been said, na ningependa kuongea machache yale labda yamesemwa ama hayajasemwa, and it's concerning gender balance. Sir, hii ni fursa adimu tumepata, na twashukuru sana kwa kuwa umekuja kutusikiza, na hivyo basi yale tuko nayo ni mengi, na tutaongelelea yale yanatuhusu na yale wengine wameongea. Gender balance, sir, we are happy that the government is in full fulfillment of the gender balance, and that's the reason that that some of us are here to represent the gender. Kama tulivyosikia, in Narok County we are around 24 police stations, sir. Funny enough, we are only like 2 OCS ladies in Narok County. I don't know whether that is true, because I've just discovered that we are only 2 ladies, police OCS ladies. Sir, ladies ni nguzo katika hata kwa familia. Wanawake ni kiungo thabiti kwa jamii. Kama kwa familia, tuko na sheria na tuko na amri. Vile vile hata huku nje kutimiza wajibu wetu, tunahitaji wanawake katika jamii. Like where I come from, many of the girls have been coming to ask me, ulisomea nini kwa OCS? So I'm like, what do I tell them? Kwa sababu mahali nimetoka, hawajawahi jua kama kuna mwanamke anaweza kuwa OCS. So sir, it's our humble request that gender balance be observed, so that tufanye kazi kusaidia wananchi, because we also have a place in this society. Another thing I would want to talk about, sir, is funding. Sisi Waswahili husema mgala muwe na haki umpe. Sir, what I want to mean is we really appreciate the effort that you are doing, and in funding many police stations, I'm sure,
have the facilities that they require. However, we still need this funding because many of the police stations, especially in Narok County, in terms of AIE or other related issues. Kama in Narok County, a lot of police stations, including mine, has no AIE. Kupanda pikipiki, you go to the ATM, ufanye kazi. Hata kuja hapa peke yake, we had to use our own means to reach here because funding is a problem. Sa, tulianza safari, ni kama mimi nilianza safari jana, but when I reached here, I happened to see a lot of the OCSs were here. That means they spent the night here because funding is a problem. Kwa hivyo, lazima mtu ajipange mapema, ndio afike. We want to meet Waziri, and now we are here. So, sir, we kindly ask that as you initiate the process of funding, kindly remember us. Kwa sababu kazi ni ngumu. From photocopying, from doing all things that need to be funded, it's our pockets that we use. Rescue centers is my other issue I would want to talk about, sir. Sir, twashukuru kwa sababu we have quite a number of rescue centers. And given that our area of operation, tuko na watoto wanadhulumiwa kimapenzi, tuko na wamama pia wanapitia shida, and in trying to get justice for these people, mtoto hawezi kuwa ameletwa kwako saa, alafu amedhulumiwa, na you take them back to the same place that they have been wamedhulumiwa, na uhakikishe huyu mtoto amekuwa sawa. Saa, we request that if we can at least have a rescue center in every sub-county, though it will be a hectic task, but sir, we would appreciate that. Watoto ni wengi huku nje wamedhulumiwa na hawana mahali kwa kukaa, and we really need to secure these kids. Another issue, sir, is this detention facility. Detention facilities means and includes our cells. Having said that, sir, police stations zetu ni zile ziko hafifu, nyingi ni zile hazijajengwa vizuri, like where I come from and where most of us come from, we don't have these cells. And we are expected to secure these people we arrest and take them to court safe. So, sir, we kindly ask for your intervention on this, sir. On political interference, sir, we are happy that the government is with us in making sure that the National Police Service is independent, and so we so appreciate that. However, I would like to mention some of the things that made me talk about political interference. Political interference means and includes like other political leaders initiating transfers, of which we are supposed to see why are these people initiating transfers. Na sisi tuko independent. Sometimes it's okay for them to do that, maybe because of one or two. Lakini saa zingine unapata wanasiasa, and I'm sorry to say, some, not all of them. I'm sorry to say, kitu kimefanyika mahali, and before it's even investigated, we just here transfer all of these people. Sir, we as officers, hata sisi ni binadamu. When you are ambushed, umeambiwa with immediate effect. Mimi tuseme niko na familia mahali naishi, umeambiwa with immediate effect, umepeleka mtoto shule, saa hiyo na imekuja moto, so you have to move. Sir, our children also need to settle. They need to catch up with the other children. They are not children of lesser parents. So, sir, as much as it is initiated, we kindly request that
iangaliwe. And on the same political interference, our working sometimes becomes so hard, because you can arrest somebody na uwasikia simu imetoka juu, imetoka kwa mheshimiwa fulani, so you are not supposed to take that person to court. Kesho anarudia the same mistake, and sisi tena bado tunalaumiwa kuwa we are not doing what we are supposed to do. So sir, kindly, I would wish that is taken care of. Alafu pia, another final thing, Mimi, I'm a police officer and I'm the OCS there, but still, I'm still a parent. So wazazi wetu, I know there are many parents here, including me, including the OCSs, including the SECs. Kindly, tuambie watoto wetu ukweli. I've been working in the Gender and Children's Office, na ningeomba tusaidie watoto wetu. Most of these children wanateleza na siku wa kupenda kwao. Tell them, tuambie watoto wetu ukweli, na ukweli utawasaidia. Maybe if I can give a little scenario for telling our children the truth. There lived this grandmother, kulikuwa na nyanya mmoja, tuseme mjukuu wake aliitwa Umazi kama mimi. So nyanya, kwa sababu alitaka kuprotect mjukuu wake, akaambia mjukuu wake, mjukuu wangu, kindly never allow anybody to see your inner garment. So kwa sababu msichana ameambiwa never allow somebody to see your inner garment, then that is it. Wakati wakicheza siku moja, kuna time ya kuchukua mpira juu kwa mti. So her time reached, na akawa ni achukue mpira juu kwa mti, ulienda kukwama huko juu kwa mti. So kwa sababu nyanyake alimwambia never allow anybody to see your inner garment, Umazi alienda akajificha kwa kichaka, akatoa the inner garment and went to climb the tree. So while she was climbing the tree, wenzake wakaanza kucheer. So she never knew what they were cheering. She thought she was doing it well. Akapanda, akachukua, wenzake wakacheka tu, wakamcheer. Akashuka, akapeana mpira, na akarudi to take care, to put back her inner garment. So later in the evening, alirudi nyumbani. Akaambia nyanyake, people cheered me today. Watu walifurahi sana. I did the very best in taking the ball due, kushinda wale wengine. So how did you do it? Na akaambia nyanyake, na usisahau nyanya, uliniambia never to allow. Unajua ni nini nilifanya? Siku ruhusu mtu aone inner garment yangu. I hid it, na nikapanda juu. So the grandmother fainted. Kwa nini alifaint? Hiyo ni tafakari ya nyanya, si ya babu. Thank you so much, sir. Asante, mpigie makofi OCS Chief Inspector Mary kutoka Keringani Police Station. Basi tutulieni kidogo, tutulie tafadhalini. Na ningependa pia tafadhalini tukiwa hapa tupunguze mambo ya kuondoka, kutoka na kuingia. Tuwe tulifu. Hii ni siku yetu ya siku ya leo. Kwa hivyo wenye wanaenda kukaa kule wanapiga masimu, tafadhalini masimu tukae mpaka tumalize mkutano. So tuketi, tutulie, tufanye mazungumzo na tukisikize kutoka viongozi wale watakuja mbele kuongea. Na basi kwa sababu ya kidogo tutabadilisha kidogo ratiba, na kwa sababu ya mstahiki gavana labda kidogo kuna mali ya kuna dharura, ningependa kabla sijakaribisha OCPD, ningependa kukaribisha mstahiki gavana wa jimbo letu pia aje mbele aseme nasi. Mpigie makofi mstahiki gavana. Asante sana County Commissioner wetu, waziri wetu Kipchumba Murkomen, waziri wa usalama, the two IGs, we have them here, na officers kutoka ofisi kuu, waheshimiwa wabunge, deputy governor na waheshimiwa MCS wakiongozwa na speaker wetu
wa county government ya Narok, the clergy ambayo nimeona chairman wao hapa akiongozwa na chairman Ole Nakula, chairman wetu ya Masai Council of Elders, Mzee Njoe. Ma'am, uko na maneno? Okay. Asante. Haya, mpigie huyu mrembo makofi. Asante sana. Very good. Asante. Hujamaliza? Okay. Ashole. Haya. Thank you. Bas, sasa naona nafikiri ameona mimi sijakufaa leo vizuri. Viongozi wote the Ngao team ambao tuko nao hapa na pia wananchi ambao wameweza kuhudhuria hii mkutano wa leo. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Bas, mimi nitakuwa na mambo machache sana. Nimeomba waziri, kwa sababu nilikuwa na mkutano mwingine ambao bado inaendelea, niweze kusema tu kuwasalamia na pia kukaribisha waziri wetu ndugu Kipchumba Murkomen hapa kwa kaunti ya Narok. Niseme tu mambo matatu alafu mimi niweze kuondoka, kwa sababu leo tumeambiwa sisi tusiongee. Hii kundi ambayo unaona hapa leo hatutaongea. Tumezoea sana kuongea mambo mengi, na nafikiri kwa hii kaunti sisi tunaongea kwa barasa mingi. Pia nafurahi kuona hii uniform. Nimekaa siku mingi bila kuona uniform wakiwa namna hii, kwa sababu mimi nilikuwa mmoja yao. So bado tu nikiona na nataka kwenda kuvaa hiyo nguo, lakini haisuru. Waziri wetu, kwa sababu hatujafanya introduction ya county government officers ambao wako hapa na waheshimiwa MCAs, naomba tu kwa kusimama, hawataongea, kusimama tu. Tuko na deputy governor wetu Bwana Koech, asimame tu aonekane. Tafadhali wave. Tuko na speaker, tafadhali tuwapigie makofi, wamekuja kuwasikiza. Tuko na speaker wetu David Oledikir ako hapa na sisi. Tuko na waheshimiwa MCAs ambao wako hapa. Naomba tu msimame wandugu waheshimiwa MCAs wote ambao wako hapa, wapigie makofi. Asante. Tumefika tu hapa kwa support, kwa sababu hili jukwaa la wananchi Narok County Edition, tumeona waziri wetu wakienda kila county, na leo tumefurahi sana kumuona amefika hapa Narok na amekuja kutusikiza zile shida ambazo tuko nazo. Na nafikiri waziri, mimi sitasema mambo mengi kwa sababu hao wananchi bado watasema mambo yao, lakini uniachie tu niseme mambo matatu tu. Ya kwanza ya leo Ngao mimi sitazungumza kwa sababu naona mnajitetea kabisa, na leo tunataka waziri wetu asikie from the horse mouth, na naona kwa kweli mmetoa wale ambao wanajua kuelezea. Waziri wetu, tuko na shida kidogo sana, ama niseme generally county yetu imekuwa peaceful, ijapokuwa tuko na pahali kidogo kama huko Transmara South ambayo tuko na area ambayo inaitwa Angata Barikoi. Hiyo 6000 acres nafikiri tumeshalete huko kwa ofisi yako na unajua, na nataka tu kuambia wale ambao wanatoka pande hiyo jambo, kulingana na yale mambo ambayo tumeweka, tutaweza kwenda kuketi pamoja zile community mbili ambazo wanasosana ama tatu ambao wanasosana kwa hiyo shamba, tutaenda kuangalia. Waziri, pia tuko na kitu ambayo imetokea juzi, na tayari nafikiri nilikuwa nimekuambia kwa ofisi yangu, ya kwamba kuna wandugu zetu kutoka Migori County wakiongozwa na mjumbe wao ambayo anaitwa Kitayama. Juzi alienda kuhamisha watu wake, akalete pande ya Engorika, na kulingana na ile information napata kutoka kwa wazee wa vijiji, nasikia kuna 11 homestead amejenga kwa shamba yetu. Hiyo mimi ndio nilikuwa nimeomba wananchi wasiende kufurusha hawa kwa sababu ya heshima yako, na kwa sababu umefika, naomba kabla hujaenda muelezee hiyo MP kwa lugha nzuri ambaye anaelewa, ya kwamba gavana wa kaunti ya Narok amesema utoe hizo maboma na urudishe kwenyu.
Jambo la pili ni kwamba kumekuwa na shida pande hii ya Lukoman Forest baina ya Nakuru na Narok. Hiyo nashukuru mwenzangu Susan Kika, tumekuwa tukizungumza na yeye na wananchi, kufikia saa hizi hatujapata shida kubwa sana. Jambo la nne bwana waziri ni kwamba tumeona ya kwamba kumekuwa na delay ya locations na sublocation. Wakifanya interview inatumwa kwa Narok, inatumwa from Narok, inatumwa kwa Nakuru, ikienda Nairobi inakwama huko. Naomba utukamulie hiyo, kwa sababu tunahitaji hawa machief na assistant chief waweze kuja kufanya kazi yao, na pia divisions. Kuna zile ambazo zilikuwa zimesha kuwa gazetted. Waziri, pia ile jambo ambayo ningependa pia kuzungumzia ni mambo ya firearm. Firearm, misuse of firearm by licensed citizen. Kulingana na vile mimi najua, mtu kabla hajapewa bunduki ilikuwa ni process kubwa. Lakini sijui, na ni vizuri uchunguze, siku hizi watu huko Nairobi wanapeana bunduki sana. Na wanapeana bunduki kwa mtu ambaye labda anaweza kuja kutumia vibaya. Kulikuwa na shida ilitokea juzi hapa, mtu ama kijana wetu mmoja aliuliwa. Walikosana na mwenzake kwa bar, akampiga bunduki na akakufa. A very young lawyer. Na hiyo kulingana na vile mimi nimechunguza, sio mbaya kupata licenses, upate firearm. Lakini saa ingine ile watu ambayo tunapea, unaona ya kwamba kuna shida pahali, sijui huko Nairobi, kuna ofisi imefungua, kila mtu siku hizi anapata bunduki. Na hiyo ni hatari sana, kwa sababu kwa nini sisi tuwanga kama wananchi tunaogopa hawa wandugu askari? Kwa sababu wako na bunduki. Sasa mimi nikiwa na bunduki na yeye ako naye, si ni wanaume wakutane kwa uwanja? So mimi naomba tuangalie hiyo ofisi, kuna pahali ambapo inaenda mbaya. Nimesikia pia kuna officers wetu wamesema politician msituinterfere kwa kazi yetu. Hiyo kama gavana wenyu nimesikia, na hao wabunge wako hapa na waheshimiwa MCA, hiyo tutaacha hiyo maneno ya kuwainterfere kwa kazi yenu. Walakini kuna kitu inaitwanga yaani sisi tunasema hivi, nikienda kumalizia in a very light note, kulikuanga na sheria ya kwamba ofisa akikaa 3 years anafaa kuwa transferred kwenda pahali lingine. Kwa sababu ukimwacha pia atakuwa mzee wa kijiji, atakuwa kila kitu, hata kuku anajua. So uangalie hiyo sheria, kama amekaa sana aende transfer kabla basi hatujaingilia, lakini tutawacha kuingilia kutoka leo. Wakubwa sisi tutaendelea kufanya kazi pamoja. Ya mwisho nataka nishukuru sana County Commissioner Office na ofisi yake yote ya DCC na ACC na chiefs wetu ambao wako hapa. Mimi kama gavana wenyu tumefanya kazi pamoja sana, kwa ukaribu sana, na nataka tuendelee tufanyie wananchi wetu kazi. Nataka nishukuru kwa ile kazi ambayo mnafanya. Mnafanya kazi mzuri sana. Mjipigie makofi. Unajua kama mko mnafanya, ningesema tu mko hakuna kazi mnafanya, lakini mnafanya. So nimesema asanteni, Mungu awabariki. Mtaniruhusu tu niende kidogo kwa sababu ya seminar ambayo ilikuwa inaendelea, na wananiongoja niende nifunge, lakini deputy governor wangu, ofisi yangu yote na waheshimiwa MCAs wataendelea kukaa pamoja na nyinyi ili muendelee kujadiliana vile tunaweza kuhakikisha ya kwamba kaunti yetu iko peaceful. With those very very few remarks, asante sana waziri kwa kunipa nafasi hiyo. Asante sana mstahiki gavana, pigie makofi ya nguvu. Pigie makofi akiondoka, ili sasa tuendelee na program. Basi tukiendelea, tulikuwa tumesema tutaingia sasa kumkaribisha wakilishi wa OCPDs wote, na ni mtu mmoja, OCPD mmoja tu atawakilisha OCPD katika hii kaunti letu. Na baada ya OCPD akija, kutakuwa nafuata na APC representative.
Before that, excuse me, Mheshimiwa. Before that, is there any OCS? Kuna kitu tuliwacha? That's the only one I have a discretion kuongeza. Kuna moja pale, kuna mwingine. Simama tu hapo utaletewa. Mike. Meanwhile, you pass the mic. Is there any other? Please, Kimbiza, Mike. You are still young. Is there any other? Bas, huyo atakuwa mwisho basi. Thank you very much. That is the only place I could interfere. Kidogo. Okay, thank you, sir. So, I think OCS, maybe sasa yako useme kama kuna kitu kwa mesaulika. Thank you, sir. Our Honorable Chief Guest, CS Interior and Coordination, all protocol observed. Good afternoon, sir. All right, there are 3 points I'm going to air out. First of all, we have the issue of SHA. The issue of SHA, sincerely speaking, from our point of view, I want to speak on behalf of all police officers. SHA is working, but we are having challenges with officers who are in far-flung police stations. Most of private hospitals providing SHA services are only available in headquarters, county headquarters, or some well-to-do sub-county headquarters. So I can attest that majority of us have never benefited from SHA. You can only benefit when you are seeking services of inpatient, but outpatient, we normally settle our bills from our pockets because those hospitals are not available. So please, if the ministry in charge of health can make sure that all the hospitals that are providing SHA services are all well spread all over the country, so that even officers who are coming from far-flung areas cannot be settling bills each and every time yet. Another point is also when we compare our counterparts from the administration, from the Kenya Prison Services and the National Police Service, we have the officers in the rank of senior sergeant and the officers in the rank of inspectorate of police. In NPS, all of them are categorized in one job group. But in Kenya Prison Service, the job groups have been divided. So, Waziri, we are really asking you, we have indulged this in different forums with the National Police Service Commission, and we are not seeing it being done. We are asking that if the senior sergeant rank and the inspectorate rank job group can be divided so that from the inspector of police going upwards to the inspector general, their job group be scaled up so that we can separate the job group between senior sergeant to remain in their job group and inspector of police to go to job group K, chief inspectors to go to the next group, that way until the Inspector General of Police. Last and not least, I did not introduce myself. I'm Chief Inspector Zachary Odongo, OCS Ololulunga Police Station, and I would pass my invitation to you, Bwana Waziri. I have a station that is well built, and I want to congratulate the CDF for Narok South constituency. The station is, most of the OCSs here are complaining about the infrastructure of the police station. Ololunga Police Station is well built, courtesy of CDF, and I want to congratulate the CDF Narok South for having done that. But the problem is, it has never been commissioned up to date. In fact, I think we can call ourselves IDP in that station, because the former CPD I found there told us that they waited it to be commissioned until they decided to storm inside without being given the station officially. The reason being that the locals there, I don't know whether it is because of the bad blood between the police and the public. I understand even the MP who was there when it was being constructed, suffered a lot
and was voted out because of what he did by constructing the station. So the one who is current now, I don't know whether he has developed a cold feet to open it, fearing the same consequences. So I'm cordially inviting the DIG Kenya Police Service, the DIG APS Service, my boss, Mr. Mbati, who was my OCPD in Nyahururu, and Honorable Sir, I invite you to come to take this opportunity. If you get time, please come and commission it. And as you come, bring a police vehicle, bring the furniture there, so that if I may go further, I can say that in every 2 months, I get a delegation from different constituency development committees all over the country. They are coming to benchmark with that police station for the work having been done there. Yet it has never been commissioned. The place that was left to be written, it was commissioned by somebody, is getting rusted. So please, Bwana Waziri, I welcome you. Please come and open that station officially and hand it over to us. And I appreciate the CDF committee then and the one now. I will come. You don't need to come and do it. Thank you very much. Thank you, sir. You see, I don't have to ask for vote, so I will come. Asante sana. Asante sana bwana OCS wa Ololunga. Basi nafikiria tumemaliza hiyo kipindi ya OCSs. So we are now going to invite OCPD Senior Superintendent Momanyi to represent other OCPDs, and then as he comes, APS representative from the county, and then also after that one DCI they can just come forward, wakuje wakae mbele hapa. But DCI, and then we'll also have RDU representative, and also other former up units, GSU representative, as to KFS, KWS, and prison. In that order, please. Karibuni. Thank you. Our Chief Guest, sir, CS Interior, Honorable Kipchumba Murkomen, DIG KPS, Mr. Eliud Lagat, DIG APS, Mr. Gilbert Masengeri, sir. All protocols observed, ladies and gentlemen, good afternoon. My name is John Momanyi, the Sub-County Police Commander, Narok Central, and I'm here on behalf of my fellow Sub-County Police Commanders in Narok County. In the interest of time, sir, allow me to mention a few issues. I know quite a number of them have been highlighted by the officers commanding stations who spoke before me, sir. Sir, I want to pick from where the OCS Ololunga stopped. This is the issue of infrastructure. Indeed, it has been said, but allow me, sir, just to emphasize. Most of our police stations and sub-county headquarters and the police posts and bases are not in very good condition, sir. Private premises, sir, whereby officers are forced reason being the landlord of that facility
Like, for example, the government chemist is only found in Nairobi and in Kisumu. When you have an issue of testing, maybe cannabis sativa, you have to take a long time to go to Nairobi to look for tests and all that, and that delays justice to be conducted. That's why the OCS was saying that you arrest somebody today, this morning, he follows you up because they have to take Chang'at to Nairobi for what? For testing, which can also be decentralized in the county level so that our people can be able, the results can be expedited. Otherwise, I wish to say thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Asante sana. Asante sana Chief Inspector Watende. Mwenye tafuata ni DCI, wakilishi wa DCI, Senior Superintendent of Police Ndirango, ambaye anawakilisha kitengo cha DCI. Karibu, mpigie makofi Ndirango. Karibu. Welcome. Good afternoon, everyone. The Cabinet Secretary, Interior and National Administration, Honorable Onesimus Kipchumba Murkomen, EGH, the Chairman of the Kenya Parliamentary Committee on Administration and National Security, Mr. Gabriel Togoyo, the DIG KPS, Mr. Eliud Langat, DIG APS, Mr. Gilbert Masegeli, Narok County Commissioner, Mr. Lotiatia, the County Security Committee and Sub-County Security Committees that are present, all political leaders and senior police officers who are present, ladies and gentlemen. My name is William Ndirango, the DCIO Narok Central. Sir, mtu akiongea mwisho saa ingine anakosa maneno ya kusema, because most of these things we have discussed together and most of it have been covered. The challenges addressed here, sir, the infrastructure, the logistics, the motivation, training especially on emerging cybercrime, homicide. So we require a lot of training in Narok because these emerging threats are sometimes overwhelming. There is cybercrime, and imekuwa mingi mpaka kwa mambo ya mashamba, because you find there are documents that are duplicated. Arad can have 2 title deeds, so saa ingine inakuwa shida sana. Otherwise, sir, I won't have much to say because much of it has been captured by the speakers who have been here. And thank you very much, sir. Thank you so much. Mpigie makofi bwana DCIO Narok Central na lawakilisha team yake ya DCI. So as we move on, I will now invite RDU representative, RDU Senior Superintendent of Police Cherop, ambaye anawakilisha kitengo cha RDU. RDU stands for Rapid Deployment Units, ambayo iko domicile in APS. Karibu bwana Cherop. Bwana Waziri, Mheshimiwa Onesimus Murkomen, our able DIGs present, all protocol observed, good afternoon. Mi sitakuwa na mengi kwa sababu digest ile tumeambiwa karibu yote inafanana. Niko tuna mbili. I represent a rapid deployment unit. I have a platoon in Narok, that is Narok South, another platoon in Transmara, and another platoon in Moroni sub-county. Ile kitu moja tu bwana Waziri, naomba
kwa ofisi yako ni kwamba we have challenges kidogo. Moja, tulipewa mashamba, mahali kambi zetu siko na title deeds. Tulipewa na community. Hapa Narok South tuko na title deed. Muhoroni tuko na title deed. Transmara South kuna process ya county wanatukatia kasehemu. Tulikuwa tunaomba ile shamba ambaye tunaishi ndani ambaye kuna title deeds tusaidiwe na housing, proper housing. At least officer akienda kufuatana na mwizi ya mifuko huko, at least akuja alale kidogo akiwa ameng'ara. Ya pili mheshimiwa ni kwamba hapa Narok South kulikuwa na joint enforcement team ambaye ilikuwa inachunga Mau. RDU iko na section 2 ndani ya Mau ambayo welfare yao ilikuwa inaangaliwa na KWTA, Kenya Water Towers, under joint enforcement team. Now Kenya Water Towers wali fall out. Sisi bado tuko ndani. Nilikuwa naombea our officers wale wako huko ndani section 2 hiyo along with wale wa KFS. Ofisi yako ama ya governor waangalie at least welfare yao vile walikuwa naangaliwa na KWTA. Kwa hayo machache mheshimiwa, sina maneno mingi. Tusaidiwe na housing, tutashukuru sana. Alafu ya mwisho ni kwamba wananchi wale wanafanya makosa, askari wakifika ku rescue kitu, hapana ingilia askari. Askari ni mtu, they are there for all of us. Thank you very much. Haya, basi mpigie makofi Senior Superintendent of Police Bwana Cherop ambaye anawakilisha RDO. Basi mwenye atakafuata ni mwenzake kutoka ASTU ambaye pia atakuja kusema machache. Be very brief. Ambayo ASTU ni kitengo ambayo inahusika na mambo ya wizi ya mifugo. Si mnajua? Sasa huyo ndiye atakuja kusema, atatueleza mambo ya kuhusu mambo ya mifugo. Karibu. Mheshimiwa CS, Honorable Kipchumba Murkomen, senior officers from the National Police Service, and the other protocols observed. My name is Mr. Amos Makori, in charge OC ASTU, area hii ya Narok. Yangu sitakuwa na mengi avande. It's only to appreciate through your office and through the office of the DIG APS, kwetu the facilitation we are getting, sisi hatuna shida sana kwa sababu tuko na facilitation ya kutosha, magari tuko naye, na other issues ambazo zina welfare ya police officers tuko nayo. The only concern na observation from the junior officers ni ile ya kwamba if we can have a policy saa wakati recruits wametrain from the colleges, the KPS Kiganjo, APS Embakasi na other colleges, tuwe na policy kwamba wakitoka pale wawe directly posted to form the units. Wakiwa directly posted to form the units, unapata wakati wako na nguvu na they have the strength kufanya kazi in formed units, because kazi ya formed units is a bit difficult. Wakifika even 6 to 9 years, alafu wanatolewa, they go to other general duties where the work is a bit lighter. Hiyo ndio peke yake nilikuwa nataka kusema, because pande ya kwetu in terms of ASTU, in terms of facilitation na other welfare officers, tuko sawa vande. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, Assistant Superintendent of Police ambaye anasimamia ASTU. Tukienda hivyo kuambia tafadhalini next speaker, be brief. Usirudie ile mambo mwenzako ametaja. Kwa hivyo tutamkaribisha mwenye anasimamia kuwakilisha wenzake kutoka kwa kitengo cha prison. Karibu Chief Inspector Chemuningwa. Chief Inspector Chemuningwa na anawakilisha wenzake kutoka kitengo cha magereza. Karibu. Fupishe kabisa. Asante
basi CS Minister of Interior and National Administration, Honorable Mr. Murkomen, and all protocol observed. Sisi ni kitengo ya prisons. Prisons hatuna mambo mingi, yetu ni kidogo, na remember prisons mahali mzuri ambale tunafundisha mafunzo mingi, tunarekebisha watu. Watu wengi ufikiria pengine huko ni mateke, mangumi na rungu. No, siku hizi ni mzuri, tunafundisha watu masomo mbalimbali. So the outlook of prisons, Narok Main Prison was established in 1954 under Gazetted Notice number 1184 of 1954. Pili, the prisons occupies the 64.8 acres of land. However, 12 acres have been encroached by the private developers, leaving only 52 acres. Now, in prisons, as per today's unlock, we had convicted prisoners 331 and convicted 385. Current total is 716. Imagine the ideal capacity is 300, and it is now 700, double, so there is need of expansion. We have only 225 staff, that's from comprised officers in charge, downwards, and civilians. And then in the Narok prisons, we have also women prisons, and by today in the morning, we had 10 convicted, and convicted 23, and 4 children accompanying their mothers. Current inmates now is 33/4. In women, we have staff 65. Now, of course, challenges, haiwezi kukosa pale. In that prison, infrastructure, we need perimeter wall. We don't have perimeter wall exposing the security risk. Since that there we are having a different category of prisoners. There is livers, there is murderers, and even robbery with violence. So perimeter wall is very vital. Now, only 70% of staff reside outside, only that they reside inside, whereby we need houses. No, I'm not ready. I'm finishing, please. I'm reading challenges. Challenges, I've said all houses inside prisons is important, as OCBD has put it. Now, transport and the logistics, we have only one vehicle, we need additional. Accessibility of the prisons, so we are requesting the bridge between that Nkala River, because our staff reside outside there, it will be easy for them to come in. Lack of recreation halls, lack of formal education schools for staff going children. The station lacks administration block. The prison land is not fenced. So I rest my case there. I say thank you. Pigie makofi, Chief Inspector Cheminingwa. Shukran, pigie makofi. Next person will be Chief Inspector Sananga, ambaye anawakilisha kitengo cha General Service Unit. Karibu, Chief Inspector Sananga, please. Thank you, sir. Our CS, Onesimus Murkomen, Honorable Onesimus Murkomen, our DIG, KPS and APS, all members of parliament, all protocol observed. Good afternoon. Kwetu sisi ni watu wa JSU, tuongee mengi. We have only 2 challenges here. Issues of cattle rustling, the larger Transmara, and the issues of land dispute. These are the only main issues that I observe that are making a lot of conflict in the area. And generally, I urge the community members to support the security agencies when tracking those cattle rustling. There is non-committal of members of the public to assist police officers when tracking those cattle rustling, and that one may result to ethnic conflict. And then the other thing is they have been talking about political interference. I think the political class should understand the security agencies, assist them. Otherwise, we do appreciate the effort the government have done to assist the security agencies.
Otherwise, thank you very much, and may God bless you, sir. Our case general comes now. Ongata Barikoi was banned after our officers were transferred to Ngararo. Yes, sir. Yes. Asante sana. Mpigie makofi. Chief Inspector Sananga amekuwa very brief kabisa. I wish wengine wangekaa hivyo, mkikuja hapa msirudie mambo ya kusoma hapa. Shukran. The next person now will be Chief Inspector Kituru ambaye anasimamia kitengo cha TPU. TPU ni Tourist Police Unit. So Chief Inspector Kituru, welcome. Useme machache, pupicha kabisa. Thank you, sir, for giving me this chance. I'm Bwana CS and our two DIGs and all protocol observed. Mine will be brief to the point because much has been said. Otherwise, my name is Chief Inspector Nixon Kitur, based at Masai Mara base in Masai Mara. I'll not talk much about the unit, hiyo mnajua. So mine, sir, through Bwana Waziri, is concerning the tourist police unit. I'm just requesting, like any other unit, for special allowance. Like most of us in tourist police, we work in vast area like Masai Mara. We cover the whole of Masai Mara. At times we normally cover Maimayo all along. Any incidents that's happened in Masai Mara, we handle them. But we thank the support of the Narok County and the tourism and the Kenya Wildlife Ministry of Tourism and Kenya Wildlife. Sir, we are getting good news from the tourism fund. In fact, our Masai Mara base, we're expecting our infrastructure to be improved soon. So lastly, is only one, sir, I'm requesting Bwana Waziri. We work hand in hand together with the GSU guys. And at times you find most of us, the tourist police unit, we are not more, we are not more than, we are around 400 countrywide. We are requesting, sir, if you could also consider us for the housing allowance, because you find those guys from the GSU general unit, and we also staying together here, and they are getting the house allowance from Nairobi because our headquarters is also based in Nairobi. Others, thank you, sir. I'm requesting you, Karibuni Mara for holiday, sir. Thank you, sir. Asante sana, Chief Inspector Kitur, huyo ndiye anasimamia kitengo cha watalii. Yeye ndiye anadeal na wale wageni wetu wanakuja kuangalia wanyama wa Mara. Tukiendelea, kuna wenzetu pia wanatoka KWS na KFS. Kila mmoja nitampa dakika moja tafadhali. Tuanze na KFS, madam. Karibu. 1 minute. Tafadhali. Karibu, sema jina, alafu sema issue zile dakika moja tu. Our chief guests, the CS, Honorable Minister, Honorable Murkomen, all leadership and all members, my fellow colleagues, good afternoon. I'm Chief Inspector Laura Osundwa, Kenya Forest Service, in charge of protection and security in Narok. What I would like to say is that we are us too, we are Ngao, we are police officers, we won as Kenya Forest Service. So I'm requesting our chief guest today to increase the numbers of Kenya Forest Service officers, to recruit more so that we can be able even to participate in operations like kama sahi tunaona mambo ya maandamano iko, tunatamani sana tukue tukiparticipate because of the multi-agency. Wanga tunataka hata sisi pia tuparticipate, tusaidiane katika ulinzi wa nchi yetu ya Kenya. Asante. Asante sana, mpigie makofi. Pigie makofi wa wakilishi wa KFS. KWS ndio next, dakika moja ameongeza yeye. So wewe ni dakika moja bwana.
tafadhali. Thank you, sir. Our CS, all other protocols observed. Warden 2, George Ameda, in charge of wildlife security in Narok County. I want to highlight only 2 issues. Number 1, habitat destruction. Please, wananchi wa Narok, if we joke with nature, you'll regret. And this one is a very, very serious note. We are talking of tourism. If you want to stop illegal logging and charcoal production, this treasure will go. I'm not a prophet of doom, but take it from me. Nature is very unkind. Please. Ngareta, are you around? Stop logging. That is very serious there. Please. This is on a very serious note. Yes. And charcoal production. Number 2, human-wildlife conflict, another challenge that you are facing. There's change in land use. Maasais used to be livestock keepers. For now, they've started farming. And farming with wildlife, they don't go hand in hand. So it is my humble request, please, the wildlife corridors, please leave them alone so that we can control this issue of wildlife, human-wildlife conflict. Wildlife is part of us. I can't take wildlife to another country because we are earning so much from wildlife. Please let us embrace wildlife. Thank you very much, Yes. Thank you so much. Karibu sana, asante sana, Bwana KWS. Well, as we move on, this time now I will invite representatives of all DCCs in the county, and that is the DCC Narok West Sub-County, Bwana Mtile Lewa, Senior DCC. Karibu. Basi, asante sana. Our Cabinet Secretary, Minister of Interior and National Administration, akiandamana na officers wengi kutoka Nairobi, kutoka mpaka county, itifaki zote zikizingatiwa. Kwa niaba ya Deputy County Commissioners Narok West, tuko na machache ya kusema. Mengi yamezungumzwa. Samahani. Mengi yamezungumzwa. I will just go through it. Ya kwanza kabisa imezungumziwa ni we have many gazetted administrative units which we need them to be operationalized. Hiyo imezungumzwa. Alafu ya pili pia imezungumziwa ni kuhusu mambo ya stagnation ya national government administrative officers, pia ikazungumziwa. Ile ambayo haikuzungumziwa ni issue ya Deputy County Commissioners National Conference ambayo ilikuwa inakuwa mara moja kwa mwaka katika Kenya nzima, lakini tungeomba labda saa hii ikuwe katika sehemu za regions. Then the other issue is development and operations of standard operation procedures for security committees, and then clarity and harmony within the security systems. Number 3, develop and operationalize partnership agreements to facilitate implementation of shared functions and joint projects. Automation of all national government administrative office work process and procedures to be within online collaborative tools. Number 5, diversify public service delivery through avenues like virtual space, remote space, so that public servants can provide accessible online services. Number 6, empower NGAO to coordinate so that they can be able coordinative capability of national security goals by mobilization of donor funding to be rolled within especially 5 years or within 3 years, so that they can be able to promote service delivery under the mandates like peace, building, national cohesion, climate change, and security matters, youth matters, etc. Invest in technology in various issues, especially in delivery of public service. Develop data-driven performance so that you can also reward top performers and reprimand worst performance, especially on annual basis.
Last but not least is develop and disseminate blueprint sector-specific action plans, which will be able to promote national government administrative officers' capability to package, brand, and market the national government. Last but not least, kuna sehemu zingine katika sehemu za Narok ambazo walimu wanapewa hardship allowance, lakini national government administrative officers hawapewi hardship allowance. Asante sana Mr. Joseph Mtilelewa ambaye amewakilisha wenzake kutoka kitengo cha DCCs. Shukran. Mpige makofi. Mpige makofi. Now, tukiendelea, nafikiri sasa tumemaliza ile kitengo ama kategori ya wale wanaongea ambao wanatoka kwa girls na uniform officers. So tutaruka sasa, tunaenda kitengo ambao sasa tutaalika wale waalikwa ambao wanawakilisha vikundi mbalimbali katika hii jimbo letu. Kwa hivyo naomba kabisa tuwe tulivu. Na wale wako nje kule tafadhalini. Naona kuna watu kule wanaenda kupiga masimu kule. Tumekubaliana hapo once ukishaingia hapa hakuna kutoka nje. Hakuna mambo ya masimu. Simu iweke silent, hakuna kupokea simu. Tafadhalini, hii ni siku yetu. Just once peke yake, na kuna wakati mwingine ambao tutakutana na kikao kama hii tena. So naomba tafadhalini wale wako kule nje wenye kana wanajifanya wanaenda kule msalani warudi wakuje wasikize, alafu tumalize mapema. Tafadhalini mrudi. Basi tukiendelea, nataka watu wajitayarishe. Mwanzo wakilishi wa vijana ama youth representative, mtu mmoja ambaye atawakilisha Narok. Na baada ya wakilishi wa vijana tuko nao wakilishi pia wa kina mama. Wanajijua. Kwa vijana naambiwa kuna bwana mmoja anaitwa Sami. Sami yeye yuko wapi? Sami yeye njoo mbele. Baada ya hiyo tuko na wakilishi wa kina mama. Naambiwa hapa kuna wakilishi wa mama, kuna mama ambaye anaitwa Emily Kapio. Yuko wapi yeye? Njoo mbele pia. Baada ya youth, baada ya vijana, kisha kunao vile tunafuatana. Akuje mbele pia kunao wakilishi wa viongozi wa madhehebu hapa mbele hapa. Wakilishi wa viongozi wa madhehebu ya dini ya Kikristo, naambiwa kunao bishop ama askofu Ole Nakola. Yuko yeye hapa. Bishop Ole Nakola, wakilishi wa madhehebu Bishop Ole Nakola kama yuko atawakilishwa na wenzake wengine. Pia baada hiyo tuko na wakilishi wa wazee wa nikule mahali umetoka wewe. Oh, okay, sawa. Sasa baada hiyo kuna wakilishi watu wa wazee wa elders, Masai Council of Elders, ambaye ni mzee wetu ambaye anawakilisha elders wa jamii ya Masai yote Kenya na Tanzania. Huyo mwingine si bali ni mwingine ni yule mzee wetu mnafahamu, Councilor Mheshimiwa Mzee Olenchoe. Yuko yeye? Mzee Olenchoe yuko hapa? Asante. Basi wewe tayari. So tukifuatana hivyo, alafu baada hiyo sasa tutakuwa na pia vitengo ambayo itafuatia. So those are the first 5 ambao nimetaja. Nafikiri ni 6 5 hapo. Basi tutaanza na kiongozi wa vijana. Karibu. Wewe ndio unaitwa nani bwana? Sam. Basi karibu, shukrani. Pigie makofi huyu kijana ambaye anawakilisha youth. Asante sana commissioner wetu, Honorable Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Honorable Kipchumba Murkomen, Governor Narok County, distinguished guests of the security sector and protocol observed. Good afternoon. Good afternoon once again. Sisi tukiwa vijana tuko na furaha sana kwa siku ya leo. Na kabla niongee, ningependa kuonyesha waziri wetu kwamba sisi tuliketi chini tukafurahia kukuja kwake katika Narok County. Tukasema tupatie
Kwa hivyo ningependa kusema hivi, my name is Sam Oye, son of Narok County and a representative of the vibrant, determined youth of this nation. A graduate of KCA University, having pursued procurement and logistics course. And as I stand here before you today, not just a youth leader, but as a voice and thousands of young people who dreams of peaceful and secure Narok and Kenya at large. Honorable CS, you have taken a weighty role, and once again, proving leadership is about courage and clarity, focusing on security, discipline in administration, and swift action to your commitment, a safer and more stable Kenya. We also appreciate the security team under the leadership of the County Commissioner, Narok County, their tireless commitment to maintaining peace, safety, and the grassroots level. This team has become a pillar within our community. We humbly request, if any change happen, maintain them here with us. Honorable CS, allow me to address some of the issues that are affecting youth within our county and Kenya at large. Unemployment. Many youth lack job opportunities despite having qualification. We request the government to give the first priority to the young ambitious Kenyans, unlike bringing back the retirees from to the public offices. Hence, asking the potential government of Kenya to eradicate the experience requirement, which is looking, when one is looking for a job opportunity. Like, for example, 5 years of experience. If possible, let it be 1 year of experience. Climate works. The Kenya government promises job opportunity towards youth empowerment, popularly known as Kazi Mtaani. Here in Narok, as the youth of this county respectively call for the acceleration of climate initiative, our future depends on bold and immediate action. Please do not let momentum fade. Let this reach to our Excellency the President. Establishment of rehabilitation centers. We request the government to establish local centers of drug rehabilitation, career mentorship, and mental health, supporting youth in our county. Honorable CS, your presence in Narok County today reaffirmed the government commitment to strengthen peace, stability, and effective coordination between national and county security. May I make this comment kindly? The ongoing land conflicts in Narok County. There is growing concern in Narok of a persistent land conflict which pursues serious instability in the region. Despite the urgency and scale of this dispute, the local office has not demonstrated sufficient responsibility. Kindly consider this for us. Let us together continue to build Narok and Kenya indeed. Where security is not just the absence of violence, but the presence of justice, opportunity, and shared responsibility. Finally, we have an active youth group that we decided to write a proposal requesting for support for those who have no job opportunities to get support from our government. Kindly, may I hand it over for you. And may I request to hand deliver to you. And despite my qualification, I remain unemployed, eager and ready to work when given an opportunity. I quote Deuteronomy 31:6, be strong and courageous. Thank you very much. Pigia makofi kijana Sami Oye ambaye amewakilisha. Tafadhali wenye wanafuata, please be brief tafadhali. Tafadhali. Pigie makofi huyo akipeana. Haya, asante sana. Basi wakilisha kina mama yuko hapa, naombe pia afupishe tafadhali. Awe very brief alafu wengine wapate pia nafasi. Karibu Mama Emily, welcome. Asante sana Bwana Lotiatia. Kwa majina ni Emily Kapio, mgeni mheshimiwa Bwana CS. Karibu sana Narok County. Langu ni machache sana juu sasa nimeona kila mtu amefikiria nyumbani. La kwanza langu nikisimama hapa ninasimama nikialikilisha wamama. Wamama ndio wako na shida zaidi. Na ile changamoto sana inatuhusu sana sisi wamama. Kwanza ni kasi ya pombe.
kuna pombe yenye inapeanwa license na kuna pombe haipeanwi license. Na sijaingilia machifu, lakini kama itawezekana, wasee wa vijiji, nyumba 10, bwana CS, asaidiwe apate allowance kidogo, juu kuna pombe imekuja area. Hao machifu haoni, hata maaskari maofisa haoni. Kwa nini? Ofisa anakuja anafanya operation, pali anapita ile duka anapita, ni maziwa nauzwa na ngumu na mboga. Lakini pombe iko ndani, lakini hawezi ona. Lakini mzee wa vijiji lazima anaona. Yeye ndiye ako hiyo area anafanya hiyo operation. Mama ako next hapo anaona. Lakini akijaribu kuongea, ule ofisa akikimbia kukuja kuangalia, yeye anakuta maziwa ndio inauzwa. Lakini pombe imewekwa nani anastahili aone hiyo kazi? Si ni mzee wa kijiji? Mimi ni hiyo lombi langu, juu sisi wa mama tumeumia. Wasee wanaenda kukufia wapo. Watoto wetu wanakufia hapo. Na mtoto akiwa mjinga anakuwa ya mama. Mtoto akiwa mrefu ni ya mzee. Ni ukweli ama si ukweli? Sasa hii ndio kilio wa mama, tuko na hiyo shida. La pili, bado tuko na shida kubwa sana. Kama saizi asante sana tumepata sub county. Hiyo operation ipatikane huko Olokurto. Juu tuko na shida kubwa sana in Narok County ya birth certificate. Birth certificate mtoto akikosa, mama ndiye anahangaika kuja kutafuta, kuja kulala hapa, na hakuna mtu anaangalia ng'ombe nyumbani, na mzee yeye tu ako kasi, lakini mama ndiye ako na hiyo shida. Nimesema asante kwa hiyo, na Mungu awabariki. Asante sana, mpige makofi Mama Emily, kiongozi ya kina mama hapo. Na tukiendelea, kuna mzee wetu ambaye ni chairman wetu wa Masai Council of Elders, pia aje mbele pia aseme machache kuwakilisha wazee wenzake katika jimbo letu. Pigie makofi mzee Olenchoe. Mzee Olenchoe sio peke yake ni ya Narok County, yeye ni ya Tanzania, Kajiado, Narok, Laikipia, Baringo mpaka Marsabit. Karibu mzee. Shukran. Karibu. Basi Mheshimiwa Waziri wa usalama katika nchi hii yetu ya Kenya, tunakukaribisha hapa Narok. Karibu. Tutafanya kazi pamoja na wewe na serikali pia. Ningependa tu wasee waamuke tu kusimama wakazo la hapa waonekane kuwa tumekuja na wachache wao pia kwa pamoja nanyi hapa. Enda shodo matodo lenda ajiti. Kalienda shodo. Ningetaka tu kusema ya kwamba hii ni siku yenu, siku ya serikali, maafisa wa serikali, na ndio sababu tumekaa, kwa sababu wao huwa wanakaa pamoja na sisi na siasa wakifanya mikutano, wengine wakifanya mikutano ndio wanakuwa watu wa mwisho kuondoka. Kwa hivyo leo pia sisi tumekuja kukaa na wao mpaka watakapomaliza ndio sisi tuondoke. Kwa hivyo ningetaka tu kusema ya kwamba kazi ya usalama katika nchi ni kitu ya maana sana, ni muhimu kabisa. Bila amani katika nchi hiyo haiwezi ikaendelea. Kwa hivyo nataka tu kuomba kwa jumla tudumishe amani katika nchi yetu ya Kenya. Na kudumisha amani ni kuanzia huko mashinani, kule unakoishi, kule kwa mwenzako ambaye mnapakana na yeye kwa shamba au majamii wanaopakana. Na nataka mjue kitu moja ya kwanza, yule ambaye mnapakana na yeye, muwe individual ama kama ni jamii, hata ukisongesha kama amesonga kwa shamba yako kidogo, nani bado atakuwa mwenzako kule, nani bado atakuwa mnaishi na yeye? Ama kama ni mimi ndio utakuwa umenisongesha kidogo, si bado mtabaki tu pale na yeye? Kwa hivyo kitu cha maana sisi kufanya ni tuwe na amani na kusikizana na kukaa pamoja. Na hiyo itatusaidia sana na kusaidia nchi. Pia ningetaka kusema ya kwamba chochote kile ambayo inatamkwa kwa mambo mabaya huwa pia inaharibu amani. Na ningeomba wa Kenya wote kwa jumla tuwe watu wa kuzungumza amani. Nikitaka kupeana ujumbe ili bwana Murkomen
apate kusikia. Si kuna namna ya kuweza kupeana kwa njia nzuri na ile ujumbe utafika kwa serikali kupitia yeye ama kupitia mwingine. Lakini tusiwe watu wa kutukana, kufanya nini. Kwanza kitu kimoja ambayo huwa inanishukisha mimi na inanishangaza ni rais kutukanwa na kila moja ambaye ni rais wa nchi. Si ni nchi unatukana nchi yako ile ambaye ni wewe pia ni mmoja wao. Tuwe tukipeana heshima kwa serikali yetu ili tupate kuendelea. Ili tusiwe watu wa kuongewa na nchi zingine ambayo tunazozunguka kuwa watu wa Kenya hawatambui hata rais wao na wao ndio walichagua. Hii ni mbaya. Na kuna namna ya kutupeana ujumbe hiyo. Kwa kifupi, ningependa kusema tu bwana Mheshimiwa Murkomen, waziri wetu, tutasaidiana nawe, tutasaidiana na serikali, na pia tunataka kusema wasee pia wanaweza kusaidia kwa mambo ya amani. Ukifikia wao ama wao wakifikiwa watasaidia hapa kwingine, na hata wa hapa wanaweza kwenda kusaidia huko Laikipia. Wa Laikipia wanaweza kuja kusaidia hapa. Na amani itatoka kwa sababu amani wasee wanajua nini maana ya amani. Kwa sababu wamepitia mengi. Kwa hivyo kwa kifupi nasema asanteni kwetu ama kwenu na yeye kuja kuwa pamoja na sisi na kusema ya kwamba tuwe watu wa amani ili nchi yetu hii baki kuendelea kuwa ni nchi ya amani. Uwe ni mfano wa nchi iliyo na amani katika nchi hii ya Kenya. Hii mama ambaye amesema hapa, nataka kusisitiza kuwa hii pombe ya kienyeji, kuna pombe ambaye inaua watu papo hapo. Kwa sababu sio pombe, kuna dawa fulani inakuja inachanganywa na maji, kuna pombe inachanganywa kwa muda ya saa moja na maji na kuwa pombe. Na ukunywe na ndio ulewe. Sio ni sumu. Na iko katika sehemu zetu. Machifu wafanye kazi, hawa wasee wa vijiji wafanye nayo pia, na sisi sote tufanye ili hii kitu uondoke, maana inaua watoto wetu. Kwa hivyo mimi nasema asante kwa kila moja na poleni kwa kuchukua muda wenu mrefu, lakini nasema asanteni. Asante, mpigie makofi. Mpigie makofi huyo mzee, chairman wa Masai Council of Elders. Akisalamiana na waziri mgeni wa heshima wetu, namkaribisha Reverend Kokoyo Ole Malit ambaye pia anatoka Transmara South Sub County, kule mbele kabisa mpaka Migori na Tanzania na kule pia pande ya Kuria. Karibu Reverend Ole Malit, welcome. Pigie makofi, umepigia makofi, pigie makofi, karibu. Be very brief. Thank you. Basi waziri wetu wa internal security, waziri Murkomen, officers wote wako mbele wa kitengo mbalimbali, ma ACCs wetu, chiefs, wananchi wote kwa jumla, ma MCS wetu, Bwana Yesu asifiwe. Nachukua hii nafasi kwa ufupi sana sababu ya time. Mheshimiwa waziri, tulikuwa na mambo mengi, lakini unaona time imeenda, na tunaweza kusema tu yale ambayo Mungu ametukubalia tuweze kukuambia. Sababu tunashukuru sana kuwa kwako hapa, na tunamwambia Mungu asante. I think you coming here na unatumia ndege, unatumia Kenya, unatumia ni Mungu ana guide mpaka umeweza kufika. Tunakushukuru sana na Mungu akubariki. Mimi vile umemwambiwa na sisi wetu, mimi natoka huko, and I think you know me, tumekutana na wewe mara mingi. Kichwa Tembo, you know, kila mahali. Lakini nashukuru Mungu sababu umekuja kutusikia na usikie shida zetu. Nitaongea hasa nikikwambia sababu siwezi sema yote. It is long enough, waziri wetu, kama hujakanyaga ngata. We have been waiting for you. This is a hostile place within the whole Kenya. Turkana imepoa, Pokot imepoa, Samburu imepoa. The hostile place ambayo tuko naye sasa na IG yuko hapa ni Angata. Mimi naona mambo ya huko kwetu haitaisha. We demand na tunaomba
kwa heshima, please, kabla hujatoka hapa, weka diary yako, kuja simama Ng'ata, alafu tujue situation iko namna gani. Mambo ikiibiwa ng'ombe ama mambo ya uhalifu ikitoka huko, Mheshimiwa Waziri, hakuna cooperation ya Migori na kwetu. You can't imagine. Hata chief mwenyewe akitaka kufuka kwenda Migori County, hakuna chief ya huko ana associate na yeye. Tunasema ile ni Kenya ingine ama ni wapi? So that is why we need your presence there. Tafadhali chukua nafasi. Kenya ni moja, Intimaru ni Kenya, Migori ni Kenya, na Transmara South ni Kenya. So ukikuja huko utaambiwa na wale original wases ya ground kwamba ni shida gani iko. Jambo lingine Bwana Waziri, nitaenda haraka sana, ni kwamba tumepata wilaya mpya. Tuko na DCC ambayo yuko hapa. Tulikuwa na wengine. You can't imagine. Hatuna hata ile gari ya kusukumwa. Unajua iko ile ya kusemekana kuukuu ya kusukuma alafu iwake. We don't have it. Hatuna. Mtu kama mimi, and you can't imagine the whole government wetu ambayo is able. Unakuta kwamba mimi nikiwa na gari na chukua gari yangu niweke mafuta ili nisaidie polisi aende kuokoa watu. How is that in this world? Haiwezekani Bwana Waziri. Wewe ukitoka leo hapa tuma hata magari mbili, hata kama ni kuukuu, si ile mpya, tuweke mafuta isaidie hata OCPD na isaidie wao wote. Ni aibu. Na huko unajua ni mahali hostile. Na tunaomba Mheshimiwa Waziri, huko imejengwa, kuna nyumba moja kubwa sana imejengwa huko. Siku moja tu utakuja Lolgoria na utaona nyumba kubwa sana ni kama hii hema, ambayo ingetosha kuwa huduma center. Patia sisi huduma center. Narok ni mbali, Migori ni mbali, Kisumu ni mbali, huko Bwana Deputy Governor anajua vile tuko mbali. Hii mambo hii inaitwa Empowerment Center, inafanya nini pale? Wacha mrecommend ikuwe huduma center alafu services yetu ikuwe rahisi. Mimi naona hiyo itakuwa sawa. Jambo lingine alafu niende mwisho ni kwamba ilikuwa imetajwa Mheshimiwa Waziri mambo ya location. Tuko na location mingi sana huko. Na to ease the peace, sababu mimi ndio mzee wa peace pale, to ease the peace, tukipata machiefs wengi, assistant chiefs wengi, na mimi najua kwamba itakuwa. Unaona kama ile mama ambaye alikuwa hapa, the only OCS ambayo yuko katika county ya Narok. You can't imagine. Mama anatembea na mguu. Hebu imagine tu wa mama ya kwetu yote, hakuna mzee, hakuna mama hapa. Na kama hakuna ile moja hakuna mama, imagine hiyo mama anaenda na mguu. Mheshimiwa Waziri, shida ikitokea a place of 10 kilometers, hiyo mama anatembea na mguu sababu anataka kusaidia. Si upatie tu hiyo mama gari tu. Si upatie tu. Mama peke yake. Hurumia tu mama jamani. Ya mwisho. Unaona hawa watu, Mheshimiwa Waziri. Hapana sifu hawa sababu huko hapa. Shida ikitokea Ng'ata, shida ikitokea boda ya Migori, shida ikitokea hata kabla sisi hatujafika kutoka nyumbani wamefika. Na wana ndege, sijui anakujanga namna gani. How do you normally come there? Sijui. Huyu DCC ya huko. Naweza kukuambia, sio kukutetea. Ukifanya reshuffle usitoe. Ni dawa yetu. OCPD ambayo yuko hapa. Na ni mimi ni mtu junior, hata naweza sema nikisimamisha, lakini mimi ni mtu junior, siwezi kusimamisha yeye. Lolgoria South. Hii ni Transmara South. Transmara South. Is a hard working, hata ukimuona anakonda kuliko hao wengine wote, lakini ako sawa kabisa. Huyu OCPD, huyu ambaye yuko hapa, anatembea na mguu, you can't imagine. Na mimi sijui, nasikia ati yako na miaka 10. Mimi naona hana ile nini ya wengine. Hana hii kola, hii kitu nyeusi. Sijui hajakutimia. Hebu angalia ukirudi leo patia hiyo kola alafu sisi tuone OCPD iko. Bwana Waziri, we are here to present you things ile ambayo itawezekana. Kwa hayo machache, sisi naomba wewe ukuje tafadhali. Umesikia? Ya mwisho, sorry. Ya mwisho. Kuna hii mbunge, hata ingawa gavana wetu anatutetea. Kuna hii mbunge anaitwa Kitayama. Kama unasikia kwa radio ya Kimasai, ungesikia juzi. Kitayama anatupatia shida. Na ameongea kwa ile mkutano ambayo mimi nilikuwa.
Kitayama anaambia watu historical justice kwamba Lolgorian mpaka Mara ni yao. Lolgorian, na unajua area hiyo kutoka Kuria, kutoka Lolgorian mpaka Mara ni yao. Kwa hivyo Wakuria wana haki ya kukaa pale. Nataka nikuambie historical injustice bwana Wasiri, kama itafuatwa, sisi wa Maasai tunaweza claim Nairobi, tukiclaim Laikipia, tukiclaim Mbaringo, tukiclaim wapi kila mahali inaitwa Kimaasai, inaitwa hata kwenu mheshimiwa Wasiri ni kwetu. Hata kwenu ni kwetu. Mbaringo huko akina Eldoret tuko ni kwetu. Sisi kama inafuatwa historical injustices, hii nchi yote ni ya Maasai, manager yetu ni ya Maasai. So, asitumie hiyo lugha. Mimi nataka, if possible, I am not commanding your bwana Wasiri. If possible, wewe weka mkutano Lolgorian, atakubrief, weka mkutano Lolgorian uje uangalie hizo mamiji sasa naanza kuweka kwetu. Na unajua Maasai hawataki vita. Hawataki. Amepigana na thank you so much. Asante, pigia makofi huyo. Pigia makofi huyo kiongozi huyu mzee amekuja kuwakilisha. Huyu mzee ako na kofia mbili. Nafikiria ile amekuja hapa, amekuja kwa niaba ya wale viongozi wa madhehebu katika jimbo letu la Narok, na yeye ni reverend. So clergy amewakilisha. Kwa hivyo the next speaker mgeni wa heshima saa ni mzee ambaye anawakilisha wale wa amani katika hii kaunti yetu, na naomba awe very brief. Karibu mzee Ole Kireu. Njoo karibu, sema machache kuhusu mambo ya amani. Peace chairman ya Peace Committee katika jimbo letu la Narok, mzee Ole Kireu aje mbele pia aseme yake. Nafupisha kabisa, nakupa dakika moja mzee. Dakika moja kwa sababu ya time, na bado tunaona kama kuna watu wachache ambao wataongea. Karibu mzee. Pigie makofi mzee. Basi mheshimiwa waziri wetu wa usalama mheshimiwa Murkomen, pia vile vile viongozi wengine wote wa serikali, na pia vile vile wananchi wote kwa jumla. Enda soba bogen. Enda soba. Basi mimi sitakuwa na mengi ya kuzungumza. Nataka tu kuambia bwana mheshimiwa Murkomen, kwa majina ni Joseph Ole Kireu, mwenyekiti wa Peace katika wilaya yetu ya Narok. Na nakuambia karibu katika wilaya. Wilaya hii ya Narok kuna amani. Kama vile ulivyosikia kwamba kutoka huko Lokoman upande ya Pusimoru huko amani iko, labda upate kusikia Ongata peke yake, lakini amani iko katika wilaya hii. Hii ni kwa sababu ya security kupitia kwa bwana sisi wetu wa county ya Narok na security yake. Na pia vile vile wase wale wako katika vijiji, wao ni watu wa muhimu bwana mheshimiwa. Hii nataka kusema kwamba wase hawa wa vijiji ni watu wa muhimu katika jamii. Wanafanya kitu, wao ndio wanafanya ile early warning na early response. Wao ndio wanapata katika huko vijiji, na wanaambia wale maofisa wale wanahusika. So nataka kukuambia bwana mheshimiwa, hawa wasee, sisi tulipata kusikia kwamba wakati ingine ulitaja pengine hawa wasee wanaweza kusaidiwa kitu kidogo. Hii ukifanya hivyo, kazi itafanyika ya maana katika huko vijiji. Na nataka kuambia machief wanafanya kazi ya muhimu katika jamii. So wao hata pia vile vile kama vile nilivyosikia ya kwamba wao hawana askari. Mimi nilikuwa chief wakati moja bwana mheshimiwa. Mimi nimekuwa chief. Na wakati ile yetu sisi tulikuwa na maofficers, yani askari wa AP katika station. Na hii ilikuwa kazi inafanyika kwa haraka. So naunga mkono yule alisema machief wapatiwe wale askari tu wa AP walikuwa nao mbeleni, na kazi itafanyika kwa haraka. Hii kwenda kuomba wakati shida inapotokea eti anaenda kubook kwa station apewe askari ya kwenda kufanya kazi. Hii inachukua security
kuwa mbaya katika sehemu ile. So natetea nikisema kwamba irudishwe ile AP, wale wapate AP katika station yao, na kazi itafanyika vizuri. So asante sana, sina mengi, ni hayo tu. Asante sana mzee, mpige makofi mzee Ole Kire ambaye anawakilisha wazee wa amani katika jimbo letu. Kwa haraka dakika moja, wale wamesalia tafadhalini. Nataka nimwone nakaribisha mwenye anawakilisha watu wa PWD. Mwakilishi wa boda Bwana Batian, ya karibu. Asante. Yes. Good evening. Kwa majina Batian. For the rights of people with disabilities. For the interest of time, abilities to your administration. Secondly, we also recommend your administration and more about people with disabilities, and also to learn their etiquettes, disability etiquettes, because there are so many categories of PWDs, those that are visible and those that are invisible. La mwisho kabisa, yes, thank you so much. La mwisho kabisa is to say that let's preach peace wherever you go, wherever we'll be, everywhere. Let's preach peace. Thank you so much and God bless you. Mpigie makofi Bwana Mbatian. Next ni Bwana Jackson Tikirian, anawakilisha wale wanachimba migodi kule Transmara South. Karibu Bwana Jackson. Basi nafikiri mimi nitachukua tu muda kidogo. Jambo la kwanza, mengi imesema waziri. Kitu ya kwanza, Transmara South ni mali ya gold, ambaye vile watu wameongea kuhusu security, tunahitaji security. Watu wengi wameuawa wakipata hizo pesa za gold. Na kwa ukweli, hiyo ni sub county ambaye haina gari, na hatuna vile hiyo security atatuchunga bila gari. Na hapo kuna watu wametoka sehemu mbalimbali, sana sana jamii ya Somalia wameingia kwa wingi, na Somali na Wakuria pia, na hata kutoka Tanzania. Tunahitaji hiyo station ya Lorgoria na ipate gari ili tupate security, kwa sababu wengi tumeuawa. Jambo la pili, ile jambo imesemwa, mimi nakaa mwisho kabisa huko kuna tension, na tunashukuru county commissioner na gavana yetu. Hiyo bunge ametoa tamushi mbaya hata watu wanataka kufamia hizo maboma ambaye wamehamisha. Na watu wako na title, sio miaka 10, miaka 20 na ambaye tuko na title. Wanataka kutoganisha hata na mandugu zetu ambaye tunaiki pamoja, ambaye wako na title, Wakuria kutoka Mashangwa. So hiyo kitu muangalie kwa sababu ile kitu imezuia ingekuwa sasa inaendelea, ni county commissioner na gavana wetu ndio wametuongelesha, akasema muache hiyo jambo kwa sababu imefika kila mahali. Jambo la mwisho pia tuko na ile mambo ya Tanzania na kwetu huko Ang'ata. Unajua kuna Wakuria wa Tanzania na kuna nini. Hiyo kitu pia natupea shida, muangalie. Jambo la mwisho, tunahitaji hata sisi tupewe support ya kufanya hiyo kazi, kwa sababu
Kama Wamasai ndio Wasai wanafanya kazi ya gold, tunataka support kutoka serikali, tutafutie kama kuna mbinu ama usaidizi katika idara mbalimbali, hata sisi tupewe, kwa sababu tunafanya hiyo kazi na watu, amefaidi watu wetu na ametengeneza uchumi ya huko. Jambo la mwisho, ile jambo imesemekana ni kuhusu birth certificate. Kila sub ndio apate, kwa sababu shule ikifunguliwa kila kazi inaharibika kuhusu hiyo. Sio ati natafutwa pesa, mnatuletea tu hata mtu kutoka Girigo. Hamjambo, naitwa Lemayan Olepunywa, nawakilisha wanabodaboda. I'll be very much brief, sir, kwa sababu ya heshima yako na watu wamechoka, na mimi ndaenda direct to the point. Number one, mumeongelea swala la usalama. Na swala la usalama, kama wanabodaboda ndio wanakuanga main tools ya usalama. Before chief ajue kenye imetendeka, wanabodaboda ndio wanakuanga haraka kujua jambo. So nazi hatutaki kulipwa, ile kitu tunataka tu ni kupewa security ya kutosha. Ya pili, hii maneno ya pikipiki tumemalizwa na Shylock kama wanabodaboda. Wanabodaboda ukienda kuchukua pikipiki, tunalipa pikipiki 1,300 ama 1,400 ambaye ni size ya kununua Probox. So tunaomba kama vile rais alituelekeza, akatuambia atakuja ashushe ushuru, bodaboda ikuwe bei rahisi. So tunaomba Bwana CS na Mr. Sunguli, Mr. Tongoyo, msaidie rais pia wanabodaboda usishushe hiyo ushuru, ili wanabodaboda wapate kuwa na amani. Ya mwisho kabisa, kuna empowerment. Na empowerment tutapata kama wanabodaboda mkitusaidia kwa hiyo ushuru. Watoto wengi ama watu wengi wanakosa kuwa empowered kwa sababu hiyo ushuru. Na the moment mtatuliza hiyo ushuru, tutakuwa zaidi tumefaulu. Ya mwisho kabisa, sababu nilikuwa nimeandika employment. Sisi wanabodaboda, sisi hatutaki kazi nyingine. Mkitupatia hiyo ushuru kishusha ikwe bei rahisi, hatutasumbuana tena kwenda barabara maandamano juu hakuna kazi. Tutapata kazi. Na kwa vile vile, kwa sababu tuko na watu ambao wako kwa hiyo sekta ambayo wamesoma, mmoja tu wamesoma. Sasa ile mnapeana slot ya recruitment, pia hata sisi mtu hesabu watu wawili watatu, at least tuseme hii serikali pia wanapewa na bodaboda kazi. Mwisho kabisa, kwa sababu ya usalama, na kwa sababu leo county government wako hapa na national government, hii town yetu imekuwa kidogo sana. Na kwa sababu watalii hawana amani, tunangependa pia tutolewe bypass. Sisi vijana wa pikipiki tunakujanga tunawastua watu wa pikipiki, tunawastua watalii. So wanakosa kuwa na ile amani, kwa sababu wanaogopa watu wa pikipiki wanapita kando hivi. Na sio kupenda kwetu, ni town imekuwa kidogo. Tukipata hiyo bypass, definitely tutashukuru Mr. CS. Asante sana. Asante sana, mpigie Bwana Olemayan, wakilishi wa bodaboda. Na sasa tutamkaribisha mwakilishi kutoka chuo chetu kikuu cha Masai Mara University. Sema jina, be very brief, please. Thank you. CS,
and all protocols observed. I just have one. My name is Jackson Masago, and I want to recommend on one, because we are on matters security, the usage of a digital rapid response app. This will be very much important, and it will really help all sectors. So that is my recommendation. It will be able to alert on accidents, fire outbreaks, conflicts, human-wildlife conflicts, floods, and many things. So we have our university here, and we are very rich in IT, and we have our students there. So I wanted just to recommend that the usage of that, it will really help. So may God bless all of us. Thank you so much. Karibu, asante sana, mpige makofi. Na tuko na sasa wakilishi wa minorities ambaye ni Ogiek Reverend Lemama, Dr. Lemama pia aje mbele aseme machache, dakika moja tu tafadhali. Dakika moja nitakuwa nikisimama hapa kuhakikisha hujapitisha dakika moja. Karibu daktari. Asante sana bwana County Commissioner, Mheshimiwa Waziri, viongozi wote ambaye wamewakilishwa hapa, wananchi wa Narok. Bwana Yesu asifiwe. Enda Subabogin. Majina ni yala ametajwa na nitachukua nafasi hii. Jambo la kwanza, waziri, na kushukuru kwa sababu jamii ya Ogiek au minorities wote ambaye ni 79 kwa taifa letu la Kenya, Mheshimiwa Rais kupitia executive order ambaye aliweza kutoa namba 2 ya 2023 iliweza kubuni presidential unit ya kuangalia maslahi ya minorities katika taifa letu, na Ogiek ni mojawapo ya hawa. Jambo la pili, najua ile executive order ambayo alitoa juzi miezi miwili ambayo imepita, executive order number 1 ya 2025 inaendelea kutia mkaso mambo ya jamii ya walio wachache na waliotengwa. Mheshimiwa Waziri, nina mambo machache kwa sababu ya jamii ambaye ni minorities na marginalized. Jambo la kwanza, tunauliza tuweze kupewa equal opportunities wakati ambaye inaajiriwa aswa maafisa katika kaunti ya Narok. Hapo mbeleni, Mheshimiwa Waziri, wengine wamechukua hiyo nafasi hata kuajiri watu wao kwa njia na kwa jina ya minorities and marginalized. Na hiyo tayari naomba iwekwe mipangilio kabambe kuona ya kwamba nafasi ya minorities na marginalized wasitumiwe na mtu yeyote kujiita ili kujinufaisha. Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri, wewe ni wakili. Article 100 kwa constitution yetu ya 2010, 56 ya constitution yetu ya 2010 inazungumzia bayana nafasi ya jamii ya minorities ambaye hatujaona implementation ikiwa imefanywa ipasavyo. Ninaona Mheshimiwa Governor ambaye naibu wake hako hapa rafiki yangu, katika section 97 of the County Government Act 2012 inasema ya kwamba tujumuishwe katika nafasi yote katika counties zote ambaye jamii ya Ogiek wanatoka, ambaye ni kaunti 6 katika taifa la Kenya. Nikisimama leo hapa kwa niaba ya kaunti hii, nasema tuweze kuangaliwa kwa hiyo nafasi. Mheshimiwa Waziri, ukiona hapa Narok Central, tunaomba division nyingine 2. Tunaomba division ya Ngareta, tunaomba division ya Olchoro. Tukipewa hiyo division 2, nafikiri kazi na serikali itakuwa imekaribia wananchi. Ukiona pale ambaye imetajwa Purko Loita sub-county ambaye inahitajika kwa pakubwa, ukiona sasa wanatoka na Rosra more than 70 kilometers kuja kwenda kutafuta services Narok South Lolulonga, ambaye tunasema serikali ikaribie wananchi. Tayari nilisikia mulitaja hiyo, tuletewe kwa haraka na watu wetu watasaidika kwa pakubwa. Jambo lingine, watu wetu wa kule Sasimwani, Mheshimiwa Waziri, unajua
tumekutana na wewe mbeleni kule Boma Inn, wakati ambaye tulikuwa tunazungumzia mambo ya tulikuwa tumekutana kama team ya World Bank na team ya East Africa kuzungumzia mambo ya msitu ya Mao, na kwa sababu ya jamii ya Ogiek ambaye tulikuwa huko, nataka nikuambie Mheshimiwa Waziri, najua kwanza wewe yuko mbali kwa sababu msitu ya Embumbut ambaye wewe umetoka kule, jamii ya Ogiek hawa walipotolewa kule Sasimwani, sasa hivi mheshimiwa wanakaa nje, na ila ambaye ni hatari zaidi, watoto wao zaidi ya 200 hawaendi shule. Ningetaka kuomba, kwa sababu nimekuja kwa ofisi ya County Commissioner mara si moja, kuona ya kwamba hawa watoto wanahitaji kuregeshwa shuleni, kwa sababu mahali ambaye jamii hii watapata equal opportunity ni kwa masomo. Kwa hivyo hiyo iangaliwe na waweze kuangalia serikali, of course, wanaposhughulikia hawa watu mahali ambaye wataenda. Ile kesi ambayo iko Arusha, mheshimiwa Waziri, najua ya kwamba hiyo si suluhisho. Suluhisho ni kuketi na serikali yetu tuone ya kwamba tumesuluhisha mambo ambaye inagusa hii jamii yetu. Nikimaliza, Mheshimiwa Waziri, nataka kusema kule eneo la Kilgoris, tuna eneo ambalo inajulikana kama Kimindet. Jamii yetu wamehangaishwa sana, na nashukuru kwa sababu viongozi wa serikali ambaye wa eneo hilo wako hapa. Nataka kusema ya kwamba hawa watu wanashikwa ovyo ovyo, wamewekwa ndani ovyo ovyo, jambo ambalo tumeongea na security team na county commissioner. Nataka kusema ya kwamba hapo iangaliwe, na nataka kushukuru regular police kwa sababu nyinyi hamujakubali kwa njia yoyote kutumika, lakini kitengo ya DCI nikitaka kusema ya kwamba iangaliwe, kwa sababu kidogo ni kama wanadhulumu hawa watu wetu huko. Wakikosea ndio sheria ifuate mkondo wake. Tunaishi katika nchi ambayo iko na sheria na tunaheshimu sheria na tunataka kufuata hiyo, lakini ikiwa wamepeana report OB wako naye ya kwanza ya pili, and then yule ambaye anakuja tena baada kupeanwa OB mara 3 ati ndio sasa inachukuliwa hatua, tunataka kusema usawa itakuwa wapi? Mwisho kabisa ni kusema ya kwamba sherehe ya ambaye imefanyika, Mheshimiwa Waziri, ya jamii zote ambaye waliotengwa na walio wachache ambaye inafanyika Bomas of Kenya, tunafanya mwaka huu tena. Tunaomba kwa niaba ya minorities na marginalized group, Mheshimiwa Rais this time round yeye mwenyewe hawe mgeni wa heshima kule Bomas ambaye minorities wanamiminika kuwa kule. Kwa hayo yote, Mungu wa mbinguni awabariki. Asante sana, mpigie makofi Reverend Lemama ambaye anawakilisha Ogiek. Sasa mwenye atafuata na tunaelekea sasa kumaliza hii category ni wakilishi wa wanabiashara katika jimbo la Narok, na namwombe kabisa dakika moja, kama kuna barua ama kuna memorandum umeandika utupe, alafu tunampatia sekretari tafadhali, na usiongee mengi. Baada hiyo mwisho sasa wakilishi ya kila Waislamu, wakilishi ya Waislamu ambao wako Narok County, wakilishi, na naambia kuna mzee anaitwa Sheikh Hassan Olengwata, yuko wapi? Sheikh Hassan Olengwata, njoo karibu hapa. Baada ya kumalizana na Olembatian itakuwa wewe, na dakika moja kila mtu. Karibu Olembatian. Thank you very much. Bwana CS wetu Murkomen na wananchi wote, good evening. Nafikiri mimi nitakuwa very brief. Ningelipenda sana kwa niaba ya wanabiashara, tuko na changamoto mingi sana. Hasa hii barabara yetu inatoka kutoka Nairobi kuelekea upande wa Kisii, tuko na shida kubwa sana. Kwanza kabisa ningelipenda kama tungekuwa tuone vile tunaweza yaka pale rungu ya Moi. Wanasiasa wamekuwa kifuna nini hapo, lakini wananchi wanaumia kwa sababu ya hiyo kukuja kuongea. Ningewezekana tungeliweka roundabout, kwa sababu is the only county doesn't have the roundabout. Hiyo ni jambo la kwanza. Ya pili, wenzetu wale ambayo tunaweza sema security, tuko na shida moja ambayo tulisema K24 tulikuwa tumeimba tukasema itawekwa police post. Saa hizi tu bado, na population ya watoto ya university ni 11,000. Ukichanganya na ile ya Narok 120, utaona ile hiyo security wanakuwa hakuna, kwa sababu watoto pia wanataka police post. Pia ningelipenda zile sehemu
ambazo zinataka police force, na bila hiyo hatutaweza kufanya mambo ya security, na tukue serious. Ningeliomba tu mchukulie serious. Hata mwenzangu pia wana MP wana Narok East, kuna ile sehemu ambayo inataka police post. Kuna wawekezaji wengi wanalia kwa sababu ya ng'ombe kuibwa kila siku, na pale inaitwa upande Donyo na Rasha tinida police post. Sasa mimi ningeomba tu bwana waziri wetu, pia tungetaka, kwa sababu hii kaunti yetu pia tunataka kuweka hii kaunti yetu ikuwe 24 hours economy, na ile kuna wale wenzetu ambao sasa tunataka street light, tuwe watu wanaweza fanya biashara for 24 hours. Kwa hayo machache niko na proposal na nita present to you, na ningeliomba pia nisisahau tuko na gari moja ya patrol katika county yetu, na hiyo patrol gari moja haiwezi tekeleza county, na ningeliomba sana uangalie hiyo, kwa sababu watu wakilia hakuna vile polisi wanasachukulia hatua haraka sana. Thank you very much. Asante sana Ole Mbatiany, wakilishi wa wanabiashara. Mpigie makofi mwenye ata sasa mfuata Ole Mbatiany, wakilishi wa wanabiashara, ni Sheikh Hassan Ole Ngwata ambaye atawakilisha Waislamu. Na kuomba pia dakika moja Sheikh, tafadhali usizidishe. Karibu. Mpigie makofi Sheikh. Salamu alaikum. Enda sababu Mheshimiwa CS Murkomen na viongozi timu yake na Deputy County Governor wetu wako hapa, na ndugu yangu Ole Sangok, Ole Digira wako hapa, orkulega age kiongozi pookin, enda sababu. Basi sina mengi Mheshimiwa Murkomen, na tunashukuru kwa hii kaunti yetu ya Narok tuko na usalama ya kutosha, na vile vile sisi tukiwa jamii ya Waislamu tunataka hii report fikisha kwa rais ya kwamba sisi Waislamu tulikuwa hatutambulii kwa mambo ya ID.
officers. Hamkuongea tu mahitaji yenu, mliongea ile ya wananchi. Mara nyingine naenda sehemu zingine na kila mtu anataka welfare yao na wasemi nini inaendelea huko mashinani kwa mambo ya huduma kwa wananchi. Ningependa kujibu kwa ufupi sana, ndio tupatie nafasi sasa viongozi wetu waseme pia, alafu mimi nitamalizia mwisho. Kwanza, let me say this. Kabla sijajibu maswali ile yenye meraise na ile issues mwenyewe mmesema, ningependa kwanza kuwakumbusha ya kwamba kabla hatujaongea kuhusu magari, salary, allowance, extraneous allowance na mambo hii yote, kwanza sisi ndio tulitafuta kazi. Ukweli ama sio kweli? Hii ndio mlitafuta kazi. Si unajua hiyo? Nani aliandikwa chief mwaka jana? Chief 1 year old. Simama. Mlipoandikwa chief, hakukuwa na ofisi ya chief. Si ndio? Hakukuwa na ofisi ya chief. Na hakuna motorbike. Na hata salary hujapata. Lakini bado ulikuwa unataka tu kuwa chief. Yeah? Sina hiyo. Please ketini. So sisi wote ambao tumeandikwa kazi hapa, tuliandikwa tukijua salary ni ngapi, yeah? Saa zingine hakuna ofisi, saa zingine hakuna mobility, lakini bado tulikuwa tunataka kazi. Na hata saa hizi ukitoka hapa nje vijana wengi hawana kazi. Na kitu ya kwanza watakuambia niandike tu. Wewe andika mimi tu ACC. ACC kitangazwa niandike. Unamwambia lakini ACCs hawana magari, anakuambia mimi sitaki gari, nitatembea na mguu. Siku yenye ataingia ofisi atakwambia sasa hii kazi gani, hata haina gari, haina heshima. Yeah? So kitu ya kwanza lazima tukumbuke. Hii mambo mmesema ni ya ukweli na nitajibu. Lakini ya kwanza ni kwamba tusitumie ile changamoto iko sahihi kwa kazi yako kuwa tukue watu ambao tunazembea kazini ati kwa sababu kuna changamoto. Lazima uendelee kuwa innovative. Lazima ukue committed. Lazima uweke bidii. Sisi tuko in, even after all these complaints, we are the privileged less than 1% of the population of the country. Maybe about 1%. 50 million people. Sisi ni about 1 million. You know, ndio tumepata kazi hapa. So ukuja kuona tuko watu wachache sana. Tumepata nafasi ya kufanyia kazi wananchi. Wengine mamilioni hawana job, especially ya serikali. So ukipata kazi yote, heshimu kazi yako, heshimu wale unaofanyia kazi, na heshimu taifa ambayo imekupatia nafasi ufanye kazi. Hiyo inamaanisha nini? Elewa kazi yako. Tafuta njia ya kuelewa unafaa kufanya nini. Hata kama hujaenda frequent training, lazima uelewe. Elewa government policy. Wewe ni mfanyikazi ya serikali zote. Serikali iliyopita, yenye inakuja, yenye iko na yenye itakuja. Kumaanisha the moment a new government ikikuja ofisi, lazima quickly ujifunze policy yao ni nini na ni nini unataka kufanya kutimiza ile mapenzi ya ile serikali iko. Hakuna chief or assistant chief or a police officer atapatikana akiongea mambo against the government of the day. Hakuna. It is illegal, it's unconstitutional. Tukipata police officer anasema anatusi rais, anaimba slogans ya siasa, ati police officer bado anataka kuserve the government of the day and the country of the day, na anaongea huko ati ako na political right, anaita President Kasongo, ama anaimba vitu ya one term, that police officer or a public servant should be fired immediately. And I'm not saying because of this government, even the previous government and the government to come. Hii government ikiondoka na ingine ikuje, lazima kama wewe uli choose to serve in public service, you must respect the government that will come. Utapika kura penye utapigia, na hakuna hata mtu atakuuliza, but you cannot participate in campaigns and you cannot participate in sloganeering. Yours is to understand government of the day, policy of the day, and implementation of that policy. That is why nikiwa hapa najivunia nyinyi sana kama ngao. Kwa sababu
tangu hii serikali ikuje, mumesaidia kusukuma kurudumu ya serikali. Mumeregister farmers. Mkafanya good job kuregister our farmers. Mpaka saa hizi tuko na good register of farmers across the country. Mumefanya kazi mzuri kuregister watu kwa SHA. And that is extremely important to make sure that government policy on SHA inasonga mbele. Mumefanya a good job to identify public land penye tunajenga mambo ya housing. And that is very important. Na nataka niwashukuru. Mumefanya kazi mzuri kuhakikisha kwamba tree planting program yetu inasonga mbele. Na mnafanya kazi wakati siku ya chief ya kupanda miti. I want to appreciate you for that good job. That is actually now what it means to be a diligent public servant. Na mmefanya hiyo na hakuna gari, hakuna strenuous allowance, hakuna mambo mengi ambayo you are struggling with. Hata promotion imechelewa. That is important. That is what a public servant should do. Chief, assistant chief, elewa government policy. Usikue mtu anaenda baraza unafika unasema ati wewe unaenda kusimama kwa unasema wamesema register SHA. Mwananchi anauliza swali anasema bwana chief ni shilingi ngapi kuregister SHA? Wewe unasema mimi sijui na mimi sielewi hata hii SHA sana lakini register tu, mimi nachunga tu kazi yangu. Hata huyo mwananchi akienda nyumbani anajua hii SHA karibu ni mbaya. Chiefs wenye wako hapa na assistant chief ni shilingi ngapi kuregister SHA? Ni free Nilienda mahali nikaambiwa 300. Nikajua hiyo ni huyo chief ajeelewa mambo ya SHA ama alikuwa anatafuta 300 yake ya registration. But kusema kweli because he's not even registering through him, ajeelewa kwamba registration ya SHA ni free. Meanwhile we are allowing propaganda itembee kusema registration ya SHA imekuwa expensive, imekuwa namna hii. We need to appreciate ya kwamba you must understand your job. Take time. Hata kama hujasomeshwa kwa mahali, sikiza rais wakati anaongea mambo ya SHA ama waziri mwenye waziri wetu Duale ama waziri mwenye wako ama ma PS. Lazima you take time to appreciate the government policies that are in place. Number 2, please. I have come here to tell you ugonjwa moja ambaye inatukosanisha na Wakenya. Wale ambao ni wengi. Sisi ni small percentage wa public service. Lakini tunawahangaisha wananchi kwa sababu ya mambo ya ufisadi. Corruption ndio inafanya sisi tupate jina mbaya. Please, let us be diligent public servants who are faithful to the people and faithful in the administration of the resources of the people. Let us avoid corruption. Wewe ni chief, watu wanataka signature yako, usiamwambie unilete kitu ya signature. Wewe ni OCS, watu wamekuja kureport kesi kwa police station. Don't charge the people of Kenya. Wewe ni OCS, watu wa bodaboda wanafanya kazi yao. Wewe unasimamia police officers wenye na collect bribes kwa watu wa bodaboda. Wewe ni police officer, uko kwa traffic, lakini kazi yako hata uangalii. Umeweka roadblocks barabara kutoka Nairobi mpaka Mulot, roadblocks karibu 6. Lakini yote hakuna kitu unaangalia. Uangalie uwizi ya sijui madawa, uangalie mambo ya trophies, animal trophies or anything. Kazi yako tu, gari ikikuja, unakunja mkono, unapewa yako, unaenda. That is not acceptable. That is not acceptable. Hiyo ndio inatufanya tukue na enmity na watu wa Kenya. Na lazima tupambane. Na nilisema juzi, na DIGs wote wawili wako hapa. Lazima tufikirie njia gani tutahakikisha kwamba our traffic officers watakuwa diligent officers. Siku gani? Na mtu asiserve kwa traffic for lifetime. Mtu afanye traffic miaka 3 asonge. Mwingine akuje asonge. Ama namna gani? Mtu atoke traffic aende astu. Atoke astu aende ingine. Atoke hapo aende general duties. Ama namna gani? Niliwaambia watu wengine juzi kutoa mtu ya traffic kupea transfer ni ngori. Wakati IG tu ametangaza transfer ya traffic officer, MCA anapiga simu, mbunge anapiga simu, sijui nani chief anapiga simu, anasema huyo ni mtu mmoja tu tunategemea kwa community yetu akae kwa traffic. Ukimwambia usijali,
Tunataka tupromote akuwe mtu mkubwa, anasema hataki ukubwa kabisa, anataka tu kukaa kwa ile. Ni nini iko kwa roadblock? Huyu mtu hataki hata kuwa mtu mkubwa. Ukienda utembee, wakati police officers wengine wanaomba, wanasema mnisaidie kupromotiwa kwa merit. Mtu ya traffic hataka hata promotion ya merit, anataka kukaa pale kwa traffic. We need to make sure that we are rotating these police officers and make sure that there is no complacency on the part of our police officers. And we must all of us fight corruption. Because wananchi wako hapa. Pia nyinyi mnajua tu makosa umefanya. Because it takes two to tango. Hii ni nini inakufanya wewe kama conductor ama driver ya gari ukishafika tu roadblock unatoa tu pesa hata hujaulizwa na mtu? Hata huyu askari hajauliza, wewe ushatoa. Why? Si wewe unajua gari yako haujapeleka service ndio? Haujapeleka inspection, haina side mirror, haina fire extinguisher, haina nini. So the first thing, lakini also wananchi wengine wanasema wanatoa kwa sababu kufanya kesi na polisi inachukua time na lazima usonge. So unatoa ukiendanga. So we must take position ourselves to see how we can jointly put our hands together to fight mambo ya corruption kusonga mbele. Hii Narok tumeambiwa kuna shida kadhaa. Mambo ya mashamba. Nimekubaliana na nyinyi na nitapeleka ujumbe kwa Lands Ministry kwamba it is important for land officers to be more diligent, na also mambo ya corruption kwa Lands Office iangaliwe. Ndio inalete watu kupigana na kuletea chiefs na our security officers including police officers kuletea hawa makesi yenye wangekuwa nayo kama mtu angechukua hongo kwa ofisi ya lands. So I will take that seriously. Meanwhile, let us continue helping our people to make sure that they resolve mambo ya mashamba, wafanye suluhisho kupitia njia ya amani. Muite mabaraza, tuongee pamoja, tuhakikishe kwamba tunasaidiana pamoja. Pia ninajua kwamba kuna mambo ya illegal firearms. Nimeambiwa kuna bunduki haramu zimeanza kuingia aswa pande ya Transmara. Hiyo ni ukweli? Ama sio ukweli? Kwa nini mnasema kwa low tones? Mnaogopa kusema kwamba kuna bunduki haramu zinatoka Tanzania na kuna zingine zinatoka huko West Pokot mpaka huko Uganda border, zinaletwa zinakuja kupikanisha watu hapa. Nimewaambia police officers here, the Inspector General, the Deputy Inspector General of Police here, in the next 1 month nimewaambia wafanye whatever operation they can do to get rid of all the guns that are found in Narok County. Because this is a place, thank you very much DIG, this is a place where we don't need even ati watu wanasema tu wanataka guns ati wanajichunga from their own neighbors. We need to get rid of all those illegal guns. Na kwa hivyo nataka kuambia habari na nitasema kwa upole. Wale wote wako na bunduki haramu warudishe kwa polisi immediately. Kwa sababu itakuwa uchungu sana polisi wakikujia. Na narudia tena. Wale wote wako na bunduki haramu warudishe kwa polisi, because wakikujia itakuwa uchungu, na itakuwa uchungu sana sana sana. Na nimemaliza. Na mkifikiria ni ile ya kawaida mtashangaa. Tuko na system ya, na hatutasumbua raia. Hii ati zamani police operation ilikuwa ni kupiga wamama, kupiga manyumba, kupiga kuku, kupiga ng'ombe. Hakuna hiyo. Tuko na uwezo kama National Police Service, iko na uwezo sasa ya kutoa ile mayai imeoza directly kutoka katikati na kuondoka. Ninaomba tu wananchi watupatie information. Cooperate with the police officers, give us information. The rest is our job to make sure that we get rid of those who have illegal guns. If there was need, if there will be a place where there is need to have NPR, sisi tutaregister NPR, tutafanya kazi na viongozi wenu, watatupatia where there is need, we can reinforce using NPR, because NPR is part of the police service. But for civilians who have illegal guns, I want to tell them that they must get rid of those guns immediately. Kitu ingine hapa Narok, gender-based violence. Na nataka support ya chiefs na assistant chiefs.
kuna ile normalization, na hiyo ni shida. Iko hapa South Rift yote, iko hapa, iko Bomet, na imekuwa normalization of gender based violence. Mtu anapiga bibi yake, watu wanasema, wanasikia mtu amelia kwa hapa, anasema, unauliza mtu na nani analia, anasema ni baba nani ana discipline bibi yake. Ati ni discipline tu kidogo inafanywa. That is not allowed. There is nothing like a man disciplining or an adult disciplining another adult. That is violence. Hiyo ni vita, and we must confront it directly head on. We must not normalize gender-based violence. Na pia kuna wamama wanapiga bwana zao. Ukweli ama sio ukweli? Especially wamama wenye washaona bwana yake amekuwa amlevi na kwa bahati mbaya amekuwa addict. Sasa mama anateka advantage, anasema siku zile alikuwa na nguvu, huyu alikuwa ananisumbua, wacha sasa nikanyake mpaka ajue mimi ati ninamdiscipline ndio awache pombe. Mama, bwana yako akikuwa mlevi na is addicted, peleke yeye rehabilitation center. Wewe una uwezo ya kufanya discipline ya kuchapa bwana yako. We don't want gender based violence in our country. Pia kuna wale ambao wanasaidiana kufanya FGM. FGM is considered also part of violence against our girls. And I want to say that all the chiefs, kwa location yako, kama FGM inaendelea, wewe chief, you are responsible for that FGM. Hakuna mtu mwingine atakuwa responsible. Na kuna chiefs wanaangalia the other way na kusema hiyo ni culture, iendelee. You need to appreciate. Ambia watoto wote na wazazi wenye wanataka kukeketa wasichana yao, wangoje msichana apite 18 years, yeye msichana mwenyewe achipeleke aende akeketwe akiwa 19 kwenda mbele. Lakini below 18, those are children, and we must make sure that in areas where there is gender-based violence, including what is called FGM, must be dealt with. Chiefs, mmenisikia? Vile naona sura zenu, you are not convinced. Ama nyinyi ndio mnasema hii ni culture. Mmenisikia, chiefs? So, any case which will be reported where FGM imefanyika, we will also go for the chief, we'll suspend the chief, aende kwa discipline, asongange akienda nyumbani. So that mjue it's not a joke. There is no FGM that will happen without the involvement of the assistant chief and the chief. While the chief, once you have reported to the police, now we will shift the blame to the OCS and the team that they have not done their work to make sure that there is reinforcement. So OCS na chief, you have to work together. Pia mambo ya pombe haramu na bangi na mambo ya cocaine na mambo mengine. We have to make sure that we get rid of all pombe haramu from our locations and sub-locations. Again, kama vile nimesema kwa sehemu zingine, hakuna pombe inaendelea kwa sehemu yoyote yenye chief ajui na OCS ajui. Ukiona mama bima anaendelea kupiga chang'aa na anaumiza wananchi, ni either chief na OCS wanashirikiana pamoja to make sure that hiyo pombe iendelee. Again, we will take disciplinary action against any chief and OCS where the area of jurisdiction has this prevalence of these issues. It's okay. If you arrest na umepeleka kotini, I understand. Because nimeambiwa saa zingine unafika kotini, kabla hata hujafika hapa, hujafika nyumbani, hata umepitia tu kusalimia rafiki kwa town. Kurudi your area of jurisdiction, unapata ule mtu alikuwa anapika pombe, ashafika area kabla wewe. Kwa sababu ashaachiliwa na kotini. We will also work with our court users association to see what can be done. Pia, mkipata pombe, mwaga pombe yote. Exhibit ya nini? Chukua tu kidogo ya nusu jerrycan upeleke for exhibit kwa government chemist. Hiyo ingine umwage. Na ukistakiwa, tutakupatia Attorney General's office kurepresent nyinyi. Na that is your work as DCC to make sure that any chief mwenye anapelekwa kotini kwa sababu ya kazi yake amepewa support by us, our ministry, through the Attorney General's office. Hakuna chief anafaa kutumia pesa yake kwenda kotini kwa ile kazi amefanya. Lazima apewe allowance ya kwenda kotini ama transport ya kwenda kotini na asapotiwe na Attorney General's office kufanya kesi. There should be no way. Na government ikikuwa fined, sio chief
ni government yote ikikuwa fine, na sisi lazima tutakuwa diligent kwa kufanya kazi hiyo. So let us support our chiefs. Mwaka hiyo pombe, alafu tutasonga mbele huko. Na pia OCS msipeleke exhibit mingi kwa police station mwaka, kwa sababu wale askari wako addicted, wanakunywa exhibit kwa police station. So punguza ikuwe kidogo ndio isilete ile shida yenye tuko nayo. Now all police officers also who are addicted at their station, let us take them for rehabilitation, tusiwache hao wakuwe vile inakuwa. Nimekubaliana na nyinyi. Shida kubwa sana kwa law enforcement is political interference. Political interference. Mheshimiwa anakimbia anasema toa huyu because anajua chief hawezi toka, anakuja. The victim is always OCS, DCC. Hata sio ACC sana, DCC na OCS atoke. DCC na OCS atoke. From ministry perspective, I have given directions to our ministry officers. Na mno SNA ako hapa. PASA ako hapa, Principal Administrative Secretary na SNA. Let us not transfer our officers for mere political expediency ya wale ambao wanakuja ofisi yetu. Officers wakuwa transferred, asante sana, ikuwe ni based on evidence. Your political leader akilete, analete sauti ya wananchi. Sisi tufanye kwanza investigations mpaka we are convinced kwamba that thing is beyond just pleasing the political leader who is in office. Because tukiendelea namna hiyo, we will demoralize officers. Hata penye umetoa ukipeleka huko, akifika huko, he will not stand firm for the people. He will be standing firm for the political leaders because they know they have the power to transfer them. Political interference with the police officers and political interference with our ACCs, DCCs, it must come to an end. We must support them for the work they are doing. And that is a challenge on our part. Na muliona nakaa ngumu sana. Si muliona ninakaa ngumu? Kuna zamu walikuwa wanasema police officers. The only reason why we transferred some of the police officers was for their own safety in some areas. Tukasema wacha waende sehemu nyingine wapumzike. Pale mlichoma police post ya hapo Angata Barakoi. Si mlichoma GSU. Si mlisema hamtaki polisi. Tulitoa polisi. Wakaenda. Nimefurahi leo hakuna mtu amesema mrudishe GSU huko. Asante sana, Mungu awabariki. Tutaendelea na kazi vile iliko. Na mkitaka turudishe GSU camp kwa Angata Baragoi, tutafanya hivyo, muende mchenge a new camp using your own money, ijengwe hapo, na mnunue gari ingine ile mlichoma, muweke hapo, ndio tutarudisha hao wakuja hapo. We do not want this situation where people are attacking police officers and then they want to have their cake and the same times eat it. If you want us to support you, mseme, okay, wale ni wachache wenye walifanya hiyo ukora, then patia sisi hao wakora, we will arrest them, ndio sasa sisi tujenge that police station. We will not allow situations where the society also encouraging situations ya kuchoma police station, kupiga police officers and so forth. Even as we talk about police officers excesses, we must talk about excesses against the police officers and against the installations of police office. So hiyo ndio nimesema, na kama itabadilika, then community waite baraza yao, wahakikishe kwamba hizo vitu zimekuwa addressed. Now kuna mambo ambayo mmeniambia iko hapa ya welfare yenu. Mmeniambia mambo ya welfare. I agree. Number one, nilipokuja ofisi, hiyo ndio kitu ya kwanza tulianza kushughulikia. ACCs wenye wako hapa wako na testimony. Tulianza na hawa na wamesonga. Kidogo wenye 300 wenye wajaenda TAP classes, class wanaenda soon because rais alitupatia resources to do so. Wale mmeombea kazi hapa, hata former huyu ACC alikuwa former chief. So lazima angeanzia mahali ilimpata akiwa chief, so that then we will see what we need to do asonge kutoka hapo. Tulipomalizana, thank you very much. Tulipomalizana na ACCs, ndio hiyo tumekujia chiefs. Walikuwa wamekaa since 2018 na wajaenda training, hakuna promotion. I want to promise chiefs, tulipeleka juzi how many, 15 ama ngapi? 1,000. Yeah, 1,000 in Kenya, but in this county was? We had 10, na leo nimesema tuongeze another 11. Iongezwe waende next week. Waende wajoin wale 9. Alafu next month, tunasonga, ndio hiyo, yeah, niko na majina yao of 11 of them wenye wataenda. Kina Joseph Karkar, uko hapa. Stephen Nguito, ako hapa.
Simama. Wana report siku gani? Oh ya kesho waende. Kesho asubuhi. Tatafute transport. Simama. Ni kwa nini uko shy? Utaki kwenda kukanyaga parade? Wapi Joseph Karkar? Wapi Steven Nguito? Huyo alisema mkutano wa waziri sio kitu serious. So tunaweza replace yeye. Pengine Letasuna Parburush ama ashaenda tayari? Alipewa report? Huyo mtafute mwenye wako hapa. Tungani na Bala. Very good. Parseina Lotaluo. Very good. Geoffrey Ntaya. Very good. Na Lilian Choi. Simon Lokula. Simama, kwa nini unakaa na kuna madam, hakuna mtu? Simon Taya, Jacqueline Ipite na David Sururu. Yeah? Hawa ni wanaenda this week. Next week another 20. So ambia mama apige pasi nguo. Kesho mnakula lunch kwa Embakasi. Yeah? Ketini. What we will do, msiwe na wasiwasi, I know watu wengine wanakataka kwa list this week. We will make sure that by December all our chiefs wamekuwa trained wote across the country. Then followed by promotion based on the scheme of service yenye iko hapo isonge mbele. Sina mmesikia namna hiyo? Hii kitu yenye imeenda training this week ni fruit ya jukwaa la usalama. Jukwaa la usalama ndio tumefanya hivyo, ifanye hiyo kazi isonge hapo. Pia mambo ya welfare. Mmesema kwamba kwa ACCs wetu, DCCs na mambo ya mobility generally. Tunafanya procurement saizi ya kununua magari. Nimesikia vizuri sana, especially for our officers, police officers. Tumesikia vizuri sana. We need to urgently complete the procurement ya vehicle. Uzuri moja chairman ako hapa. My friend, in fact, the whole committee ingekuwa inanifuata kwa mikutano ndio muone ile shida iko hapa. So we need procurement ya magari urgently for ACCs, DCCs na police stations yetu na also OCPDs ama sub-county commanders. We have challenges across the country. The procurement process going on will complete soon. We don't want ile aibu inaendelea. Madam mzuri kama Gaki hapa ameongea mzuri. Sasa mnaona huyu madam ni mtu ya kupanda pikipiki. Just imagine huyu ACC, wacha hata hiyo. Hata ameshika mtu ya bodaboda hivi. Ule jamaa wa bodaboda hapa anamwambia shika vizuri. Na ni ACC wetu. Akifika baraza kweli atamwambia kitu mtu ya bodaboda. Bwana, we have to do something kwa asante sana Madam ACC. So kwa nini mmecheka hivyo? So we want to make sure ACC moja huko Trans Nzoia aliniambia, who is a lady also, alipanda bodaboda wakati tu sijui hata shetani gani, wakati mkutano tu imekaa kubwa kabisa, watu wamengojea ACC kuja kusimamia solution ya problems wamekuwa nayo. Mtu ya bodaboda I think alikuwa excited, alitaka kuonyesha skills yake. Motorbike kavia off, mama akaangokea maji. Sasa wamama wasema akafungiwa leso ndio aende kuweka baraza. Sasa wakati anasuluhisha shida akitaka kusema the government, anaambiwa government sasa imeanguka kwa maji. So we know the circumstances under which you are operating can be very, very embarrassing. The last story niliambiwa Makueni na ACC mwingine kwamba aliangushwa na motorbike, yeye akaanguka na kofia ikaanguka. Hata mtu akashout akasema serikali imeanguka. So that is a very serious challenge for us. We have to do something about transport ndio tulete respect yenye iko na hiyo ofisi, and Mheshimiwa Rais is very much aware on those issues of welfare and transport. Housing is also a challenge. We have had you. We have 17,000 houses yenye itajengwa for police officers, and we will try our best to make sure that they are distributed all over.
But for our SECs, we are still working on the budget. We first need to also deal with the office, because in the first place, there is no office. In fact, nimeambiwa na SECs wengi, in very difficult areas, wanaenda kuishi kwa nyumba ya duka. Sometimes because there is no other housing, nenda ukawa kwa nyumba ya duka hapo, inasemekana huyo SEC ako na amechanganyana na watu, na therefore undermines also the authority. We will see what we can do kwa mambo ya housing. Let me now run through. Police stations, sorry. Police stations kwa Kenya is an embarrassment. Ya ukweli. Yeah? Police stations is an embarrassment. And they are police stations ya colonial time. Na kweli kabisa ni kama it's the most ignored facilities in the country. Nilimekuwa hapa Kericho the other day, nikaambiwa Sondu police station ilijengwa 1932. Lakini kuna next door Kengen Sondu's power station imejengwa na 15 billion. Kuna ka police station hapa hata haijasongeshwa since 1932. Imekuwa stingy, small. So it means there has been lacking consciousness in public service kwa mambo ya police station, if especially in the leadership. I don't know police station yako chairman, lakini nilienda police station next ward kwa county yangu, nilishangaa sana. Nilienda kanisa Jumapili, nikaambiwa tupitie police station. The police station ilikuwa na 2 rooms. One room ilikuwa na OCS, the next room ni chief's office. Sasa cell kwa hapo ni chuma yenye imefinyiliwa chini ya ofisi ya chief. Sasa suspect analetwa na pingu na anafungiwa hapo. Chief akisign mambo yake, suspect ako hapo anaongea. You know? I was embarrassed, and that's my home. And I never saw it for 10 years nikiwa senator. You know? Because many people don't go to their police station. Sitaki kusema ya DIG. Nikionyesha hata wewe picha ya inaitwa Chepterwai police station. Oh, umetatoroka. Yeah? Na ya huyu na ya IG nilimwambia IG juzi nikaona. So there is a problem. Yeah, tumeelewana? Yeah, ni Chepterwai ni ya matope. Sumesikia tumeambiwa hapa kwamba mumelis ofisi ikuwe police post. Rent isipolipwa mwenyewe anakuja kuweka kuvuli na anafunga mpaka bunduki huko ndani kwa amari. That is not acceptable. We have agreed that we will build new police stations commencing from after the next supplementary budget. We want to build new police stations across the country yenye itasaidia for service delivery. Sisi tumefanya designs, they are done. Yenye inabaki sasa tu ni kukuwa na resources ya kubuild. 2 months, 3 months, hiyo inajengwa. Pia I'm encouraging leaders wajitolee kujenga some of the police stations. Particularly CDF. CDF saizi tuna debate kwa Kenya whether we need it or not. Why don't we build the police stations kama ile mliniambia ya Ololunga? Yeah, ilikuwa ni ya? Yeah, Ololunga. Nitakuja kufungua hiyo ndio ikuwe kielelezo kwa other police stations across the country na tukuje tusaidiane kwa huko. Pengine hata iko lakini haina viti. So wacha nikuje nione ndio tuangae pamoja tuone how we can be able to help each other to make sure. Please waheshimiwa, tusaidiane using CDF to build as many police stations as possible. But also county government ya hapa. With the resources you get from the park, you can build a few police stations. Police station ni pesa kidogo sana. You can build about 5-10 police stations. County zingine, nilienda Kitui walikuwa wamejenga, county government walikuwa wamejenga 10 police stations. And it's possible to do so. And if you need an agreement between us and your county, we can sign so that we build those police. Let us create. Our police officer wanakuja kukusaidia the tourism police, juu nani. The same police officers need also good working environment. And we need to help them. Mambo ya village elders, the policy is on my table. We are going to work to complete it. Now we want to see. Kuna watu wanatupiga wanasema tunataka, unaona hata ile kijana sio ati alikuwa anaongea kwa ubaya. Alikuwa anasema mnatoa retirees, mnaandika kazi tena, mnampatia salary na wao hawajapata hata kazi ya kwanza. I want to assure you it is not at the employment tunapatia village elders. We just want to support their work kwa kupatia small allowance ya kuwasaidia to continue the work they have been doing. We will continue working towards employing our young people. Mambo ya AIE, we are going to relook at it. Again, it's a budget issue. We must make sure that we do so. Operationalization of the administrative units is a budget problem also. But we will see what we can do with this financial year
in consultation with Treasury, with the guidance of His Excellency the President, we should be able to do something. Ngapu will be rolled out also as we progress with some budget yenye inakuja, and those chiefs who are in danger, in exceptional cases, and I don't think it's many in this place, we can license you to be a licensed firearm holder to protect yourself, or where there is NPR, we can attach an NPR to you so that you can work together for your own safety. And we have done that in bandit-prone areas across the country. Mambo ya registration of persons. Hii mambo ya births and death certificate. There is an acute problem in this county. It's acute. It is unacceptable that there are only 2 offices in a very vast county like this. So my office is going to work towards, by December, we open another 4 offices here, births and whatever. And if we succeed in the supplementary budget, we should be able in all sub-counties, so that at least we start with sub-counties. But it should be more. Should be more because of the vastness of this area. Because why are we taking IDs? Mtoto hajapata birth certificate, we are also taking IDs. It's becoming very expensive kwa hii county kupata birth certificate and death certificate. And it's important that we work on that. I will assure you that we will do, and it's good that we were here so that we see the acute problem that is here. Boundary disputes, we will see what we can do together. It's also a big problem. Inter-county boundaries, it's a big problem. Something I will have to make a proposal to Security Council to see how best it can work. In some places, it is very, very, very acute, actually to the extent that it has led to many losses, loss of many lives, and it's something we have to work with. I know this county also has a similar challenge with your neighboring counties. We were with Honorable Sunguli for a baraza between you and the Kisii down there. Na wale walisema nikuje Ang'ata Barakoi for baraza, nitakuja. Yeah. Nitakuja mzee kwa baraza. But also you must promise that itakuwa baraza ya kusikizana. Yenye inakaa kama hii. Haitakuwa hiyo kelele ya nini. Nataka watu wakae in a very orderly manner, wasikizane, sio kupigana. Mambo ya mumeniambia kuna shida pale Kuria, between Kuria na hapa, na mambo ya incitements and so forth. We will also use our good officers to find better ways of engaging the leaders from the Migori side so that we can work together towards a resolution of this problem. There is no problem at Kuria living in Narok, and there is no problem a Maasai living in Migori. The problem is if you are invading somebody's land. You know, if you go to somebody's, but if you came this side, you are in your own land, or you bought your land, or a place where you have title, we will not have a problem with that. So we need to find amicable solution so that people can, and people of Narok and Kuria are neighbors forever. So it is important that we find a lasting solution through diplomatic channels. Mambo ya climate works nimesikia, political interference nimesikia, AIE, salaries, IPOA. Mambo ya IPOA tumekubaliana kwamba IPOA can do their job, lakini sisi must also do our job. And nilitoa directions ya mambo ya use of force. Police officers have a right to defend themselves when need be. Na nimesema all police officers who are facing legal challenges because of what they did rightly during their own kazi, lazima wapewe legal services by National Police Service. And pursuant to my directive, a number of our police officers are currently getting legal services to defend themselves in that situation. Mambo ya SECs wenye wako na masters na nini, we will look at all those issues when we are looking at career progression and so forth. And also some chiefs who would like to become SECs tukitangaza, we will keep some opportunities for chiefs who want to move from chiefs to SECs. We will give them opportunities across the country so that there is a quota that is reserved for them. Community policing, that's important. Gender balance. I have heard you, Madam OCS. We will also consider gender balance in promotion for our police officers. Thank you very much.
Rescue center is important. I'm sure county government mesikia. That's one thing you should really build, mambo ya rescue centers. Transfers must be fair, nimesikia hiyo. Na nimeelewa ile story ulisema ile ya inner government. And I have understood what you are trying to say. If I have understood you are trying to say, sometimes yeah, we are trying to protect this, and we are also exposed as police officers and other officers. So I've heard you very well. Border challenge from misuse of license, transfers, share services, separate rank and job group. Nilishaambiwa also hiyo, and it's being worked by the National Police Service. Police posts, here we need infrastructure, blocking of Narok Road. Nimesikia the challenges we have with maandamano and blocking of the Narok Road, and we will see how to support you, including maybe increasing number of vehicles and officers, because we cannot really tell people don't come and andamana. We never know. And with the increased student population, the town and so forth, it comes with its own challenges. And I agree. We have said we need to have a policy to establish a new university or a new college, a new technical institute with students over 10,000. We must provide a police post, because that presents new challenge around the community. And that will be, we will follow up to look at that situation at Masai Mara University. Cattle rustling, nimesha sema hiyo. KFS, I have heard what you've said, and I'll work with my colleague in the Environment Ministry. Well coordinated data collection for programming, action plan for infrastructure, investing in technology. I've heard you. Some of them we're just taking note. There is no Migori, Narok vehicles, Huduma Center. I will also work with public service for that. Transmara South. Nimesikia the places where you don't have vehicles and they are very acute. So to answer those areas that really are vast and have many problems. Registration, Shylocks. Mambo ya Shylocks and so forth. You need access to capital. If there was accessible capital, we need to maybe strengthen the youth fund so that it can support more young people who want to buy motorcycles and so forth, because the motorcycle becomes 400,000 because of a Shylock. Otherwise, if it was good banking facility, I ingefika that amount of money. But I have noted border to be taken care of on slots of employment, the same as persons with disability. I have heard you, President, to support issues of minority, protect them, and also, and you know, the President even established his Office of Minority Rights. And so I will pass the message to him on remaining issues, land issues, discrimination. I don't know why DCI is against minorities, but we'll see what you mean about that. Security around universities, you have appreciated the President on removal of extra vetting and so forth. So nimejibu most of those things. Some of them are of note, so that we can be able to do it. Kwa hivyo, ninawashukuru sana. I will still close the meeting later, but allow me now to invite the county commissioner, to invite the speaker. Or rather, let me just invite the speaker. Makes work very easy. Bwana Speaker, kama vile tumekubaliana, you now take over from there. Seme moja na mwenzako moja, and then you call the member of parliament. Who is the member of parliament? You can act for your colleague for now, because you are the chairman. I thought when Bwana Mkubwa utaongea baadaye. Yeah, but Sungulu was a former minister. Utaongea. Yeah. Bas, tuachie namna hiyo, asante sana. You can use the podium. Asante sana waziri wetu wa usalama Mheshimiwa Kipchumba, DIGs, DG wetu, MP wa Narok West, MP wa East Africa, viongozi wote ambaye wako mahali hapa, viongozi kutoka mashinani, hebu tusalimiane. Bwana asifiwe.
Mheshimiwa Waziri, leo wewe umetufanyia ile kitu. Najua kuweka wanasiasa wasikize masaa 6. Niko na haki kesho nikiambia members wangu tuende Mheshimiwa Kipchumba anakuja mkutano, wengi wataenda kwa msituni. Lakini ni furaha kubwa sana Mheshimiwa Waziri, kwa sababu jukumu la kwanza kwa taifa yoyote kuweza kuendelea na kwenda mbele ni amani. Na sisi tunashukuru kwa sababu umeweza kuita wana Narok kutoka mashinani na kutoka kiwango mbalimbali tuweze kuja kuzungumza ile shida ambayo tuko nayo na kutoa maoni kwa serikali vile wanaweza kutusaidia kutatua ile shida ambayo tuko nayo. Mimi sitachukua muda mrefu, na mimi niko na members wengi mahali hapa. Nataka tu Mheshimiwa MCS majambo. Mheshimiwa MCS hapa niko na majority whip, utakaa utazungumza kwa deputy majority leader. Niko na Mheshimiwa Bomori Olormasani, niko na Mheshimiwa Sonko kutoka Mosiro, niko na Mheshimiwa Kutingala nominated, niko na Simba wa Mara Lolo, niko na Mheshimiwa rafiki yangu, hii ni njaa, unajua hii waziri ndiye majority whip, useme jambo kwa niaba ya wengine alafu tuweze kusonga mbele. Mheshimiwa Lenguya. Mheshimiwa Waziri, the two DIGs, mbunge ambaye ni chairman wa security in the Republic of in the National Assembly, our deputy governor, mbunge wa Yala, wabunge wenzangu na all protocol observed. I wish to say, as a representative of the members of the county assembly, sisi wenyewe, we are not security threat kama assembly wa Narok. Lakini juu siku ya leo mmekuwa mkiongelea maneno ya security, waziri, waja niseme kuna changamoto ambao sisi wenyewe kama wanasiasa tunaona. At times kuna issue in the local environment where we serve. Issue inaweza kuwa imepitia kwa polisi, ama issue nyingine inaweza kuwa imepitia kwa ofisi ya chief. Hizo ofisi mbili zimekuwa delinked. Ofisi nyingine inajaribu kusabotage nyingine. Na ni ngumu sana ku address an issue ambayo inaweza kuwa ni insecurity juu ya hiyo conflict ya interest, na at times mwingine anaona ni kama ni senior kuliko mwingine, kwa hivyo labda kutatua shida inaweza kuwa ngumu. Lakini kama wanasiasa, juu situngetaka niseme mingi, in most cases hapa in Narok County tumekuwa na political intolerance to an extent. Viongozi wengine labda kuna hii freedom ya kujiexpress. You cannot attend or participate in public functions because you are denied. Maybe you don't share the same political interest with a particular person or a leader. Kwa hivyo una end up labda unaweza kuwa your security inakuwa endangered. You are not allowed to express yourself. And some members of the county assembly have faced rough time. Wengine wamekuwa molested, wengine wamekuwa harassed, na wengine even their lives have been threatened. There are some MCS ambao wako hii county ambao wamekuwa wakiandamwa na watu ambao hatujui ni watu aina gani.
Kwa hivyo tuna face rough kama MCAs wa county assembly, na kama kisheria itawezekana, tunaomba MCAs wenyewe kama itawezekana. Nikimaliza, nikipenda tu niseme ya kwamba tunashukuru ofisi yenu kwa juu tunaelewa mna face a lot of challenges to serve in the country. Thank you very much. Mheshimiwa Lea for gender balance. Mheshimiwa Lea, 1 minute. Waziri is flying back to Nairobi na time imeenda. Thank you, Mr. Speaker, sir. Our CS, Murkomen, our 2 IGs, and all protocol of SAB. Wananchi wote wa Narok, amjambo. Bwana Yesu asifiwe. Ni njaa ndio imezidi? Niinulie tu mkono. Bwana Yesu asifiwe. I think the CS, everything have been discussed. I think nimesimama tu pengine tu balance hiyo gender balance, but kila kitu yoyote ambaye tulikuwa tunataka kukuambia imesemekana hapa, na security agencies wetu na raia wengine ambaye wameongea. Lakini kama kiongozi, I only want to emphasize in one thing ambaye haijatajwa sana, na nimeona one of the NACADA directors here, Christine Koshal. It's about hard drugs. Watoto wetu wanapotea kwa sababu ya madawa. Iko siku moja niliambia county commissioner ya kuwa ukipita ile bridge ya Ami jioni, ukitaka kuhepa jam ya the main road ya Narok, ukihepea hapo unakuta tu vijana hapo wakivuta bangi. And there is drugs CS kwa hii Narok County. Na hiyo mimi ninataka kuambia watu wa NACADA, tafadhali sana, do the needful. Watoto wetu wanapotea. Na tuwezi nyamaza kama wamama, ama kama wazazi, ama kama viongozi. We just see our kids just losing their minds. Asante sana CS for visiting Narok. Visit again and again. Wewe ni wetu na tunashikilia serikali ya Ruto. Tunasema 2 term. Okay, Bwana CS, nitajaribu kufupisha juu hata sikuwa nimeweka kwa list, ndio nimekuja kuomba wewe kwanza. Naitwa Mheshimiwa Gibrono Ezekiel kutoka Emuru wa Degri Ward ya Elgerin. Mimi ni Deputy Majority Leader. Ninakupongeza umekuja tuongee pamoja kuanzia chini. Unajua saa zingine tunasikianga information ya security, it just flows from up downward, but you have decided to generate information from below. I have an issue, ile kitu tunaomba ni fairness in terms of resource allocation. That's what normally causes conflicts across, ni ile kutokuwa na usawa. Ndio nimalize, kuna story kafupi nataka nishare na wewe. Kuna mama mmoja alikuwa ametengeneza chakula kwa nyumba. Kuna mlango kule, kuna dirisha kidogo kule na dirisha kubwa hapa. Watoto wa jirani karibu 10 wakapitia dirisha kidogo kuchukua chakula. Mtoto mmoja akapitia dirisha kubwa kuchukua chakula. Baada ya wote kuenda nje, huyo mama akawafuata nje. Kupata huko nje akaona wale 10 wako na chakula, akawanyang'anya. Kuuliza, mbona umetunyang'anya chakula? Akasema, nyinyi mlipitia dirisha moja. What I'm trying to say, na hao watu wote, in Narok County, land is an emotive issue. An issue of title deeds should be done fairly. There's an issue we have not shared. Mlisema hii fence ya Mau ikuwe fenced. Why is it that
Kuna watu ikifika kwao hakuna kufend shamba juu ni wadozi. That is the question I'm saying. Kuna watu pia walitolewa kitambo and we have accepted to conserve Mau. Mbona ile title ilikuwa illegal and that's some families title yao haichakuwa illegal na some the individuals. That is fair, becoming unfair, and that is why people are becoming emotional. Let us be open to each other, address the issue well. Ndio watu wengine wasinyanyaza wale wako chini wadogo na wale wadosi hawamwezi ongea kuhusu nao. That is the message. I know people fear saying that. Jegi mambo ya Mau na mashamba ingine meleta msozo hii Narok County. Thank you. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa Waziri, kabla niite Mheshimiwa Tongoyo aweze kuchukua program, mimi ningeomba Mheshimiwa Waziri to emphasize on one thing. Hii mambo ya Moyoi versus Kuria. Kwa sababu watu tayari wamehama na kuishi kwa mashamba ya watu ambaye iko na vyeti miliki kwa miaka zaidi ya 40, mimi ningekuomba kama itakufurahisha uite viongozi wachache kutoka Kuria na Wamasai watu waongeleshwe, kwa sababu umwagikaji wa damu ni kitu ambaye hatuwezi kubali kamwe. Kwa sababu hiyo sehemu, juzi mimi nilikuwa mkutano huko na machifu wako hapa, niliwaambia leo waziri atakuwa hapa na ndio huyu, tunasema bado mtulie kwa sababu kila mtu atarudi kwa shamba yake. Mheshimiwa Waziri, ukienda hii mining ya Lorgorian, 80% ya watu ambaye wanafanya huko ni Wakuria. Kwa hivyo hii si mambo ya ukabila, si mambo ya chuki, ni kusema tu mtu asije na aishi kwa shamba ya mwenyewe na akuje kama jamii. Kama ni mtu mmoja ako na shida, aende kotini, apeleke kesi kotini. Wacha nichukue nafasi hii kumwamsha Mheshimiwa Tongoyo aweze kuchukua nafasi hii kuendeleza program. Asante. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Mheshimiwa Waziri, the Ngao family ambayo wako hapa kwa wingi, the religious group, wazee wetu hapa, na wakilishi wa vikundi mbalimbali, Bwana Yesu asifiwe. Enda suba. Hii watu wako na njaa. Nilikuwa nauliza Bwana County Commissioner kama labda wewe amekuwa hii familia ya Ramakesen. Unajua hii familia ya Ramakesen ndio wapatiani chakula. So labda watu wako na njaa. So nafikiri waziri hatutakuweka tena kwa sababu mudi imeenda, na kwa ukweli kama vile ndugu yangu aliyotangulia hapa, si siku yetu leo wanasiasa. Sisi tuko na siku zetu, tumekuwako nao, na nataka tu nichukue nafasi tu, tutaita viongozi wakuje tu kusema salamu. Lakini kabla nifanye hivyo, nataka kusema tumeshukuru, karibu Narok. In fact, I want to commend you kwa tangu anze hii maneno ya jukwaa la salama, to get into the ground and get it first hand from wananchi. I'm sure is going to be a game changer in the security management. Na kama vile umesema, issues of security are complex, and of course they are keep mutating and moving target, but at times they just need small things, small intervention to actually include listening to what the wananchi have to say. Nataka pia kusema, maybe to tell this wananchi, none of you, very few of you actually are new in Narok here. Maybe in one or another, you have interest in Narok, mmekuwa Narok, including yourself. Bwana Waziri ni member wa Narok. Yeye ni fota yangu kule Ludungi Show, Narok West. Kwa hivyo anaongea mambo ya nyumbani hapa. Kwa hivyo mkiongelesha ni mwenyeji. Huyu pass hapa ambayo niliona wa administration alikuwa pia hapa Narok siku nyingine, kwa hivyo anaifahamu. Madam Bavalin Opora alikuwa hapa Kilgoris. Kwa hivyo watu wanafahamu mambo ya Narok. Kwa hivyo tunapoongea pia tunaongea na watu wa nyumbani. Lastly, before waziri tu, you know, given my capacity as chair, in one or another, I'm also either can be a ACC, DEO, whatever. Kuna jambo moja jasungumziwa tu. Kuna mambo, one of our new sub-county ambayo is Amalo. Is our new child. Na sijasikia wakizungumzia, lakini nime whisper to the DIGs. They don't have a police station at all. No CPD, no CS, nothing. Hata nilikuwa one of the celebration
karibu vijana walikuwa wamekunywa pombe, walikuwa wanataka kufamia DCC. Kwa hivyo nafikiri tayari tu inashughulikiwa na waziri tayari ameshughulikia hiyo. Kwa hivyo nataka kuita tu kwa kusema salamu Mheshimiwa Sangok dakika 2 asalimie wananchi, alafu kwa hiyo order. Na nimelete apologies ya waheshimiwa ambao wako hapa, Aramat Women Rep ambayo ni Tongei na Agnes hawajaweza kuwa na sisi leo. Uletei? Dakika moja. Asante sana waziri wetu mpendwa ambao leo amekuja kututembelea, DIGs wawili wote ambao wako hapa, Mheshimiwa Chairman wa Security, mbunge mwenzangu Tongoyo, pamoja na waziri Sunguli na viongozi wote wa ngao na wananchi kwa jumla, amjambo. Niko na mambo matatu tu peke yake. Ya kwanza, asante sana waziri wetu Murkomen kwa sababu ya hii jambo la jukwaa la usalama. Hii ni truly bottom up economic transformation agenda, because there is no economy without security. Na wakati ambao chief na mzee wa kijiji na DO anaongea na waziri Derek bila kupitia bureaucracy mingi, hiyo ni kuonyesha ya kwamba security yetu inaanzia chini ikiendelea juu. Na waziri, nafikiri ni kwa sababu ulikuwa my chief campaigner wakati tulikuwa tunafanya campaign huko University of Nairobi, na hiyo nilikuwa nimekufunza open door policy. Kwa hivyo thank you kwa kuimplement vitu kama hayo. Ya pili, hao machief wanapata shida mingi sana wakati ambao wana solve cases. Wengi wao wanadhulumiwa, wengine wanastakiwa. Asante sana waziri kwa kusema in the line of duty wakipelekwa kotini ni jukumu la serikali kuwasimamia kwa fair na kuwasimamia kwa mawakili, kwa sababu ile kazi walikuwa wanafanya ni kazi ya ofisi, sio kazi yao. Wakati wanapigwa fine, serikali ilipe fine kwa sababu sio kazi yao, ni ya serikali. Ya mwisho, waziri wetu, sisi mambo ya usalama, ngao inafanya kazi mzuri sana Narok, na tunatosheka na kazi ambao wanafanya. Yala ambao tumesikia kidogo incitement ya Kitayama kutoka huko Kuria akisema mambo ya land historical injustices. Waziri, tafadhali, incitement ya viongozi hatuwezi kubali, kwa sababu land historical injustices ikisemekana, sisi pia wa Maasai tutachukulia hiyo maanani, na sisi ndio hata tuta benefit sana, kwa sababu majina mengi ya pahali mingi ya wa Maasai imekuwa mutilated. Maimayo, Ndigiri Maimayo, Limuru, Olormoro, Ndeia, Losegedik. Even huko Eldoret ilikuwa inaitwa Olodot Nderiti. Kwa hivyo kama ni historical land historical injustices, huko Eldoret mjipange, huko Nairuru ambao wanaita Nanyuki sasa wajipange, na hizo zingine zote including Nairobi ilikuwa Angara Nairobi. Kwa hayo machache, waziri, asanti sana kwa kukuja hapa Narok. Asho lengo letein, I really try to keep time. Mheshimiwa Balozi Sunguli. Mheshimiwa waziri na viongozi wote wa bunge wenzangu, mimi pia nitasema kama kila mwanasiasa alivyosema kwamba nitakuwa mfupi kwa maneno, lakini really I have to summarize. La kwanza ni kukushukuru kwa forum hii kubwa ya kuja kusikiza maoni na viongozi. Actually hata sisi leo tulikuwa tunasikiza. Kuna MCA mmoja hapo alikuwa anasema kwani sisi hatutaongea? Nikamwambia leo chukua kalamu hata wewe uandike, ili ukiwa katika bunge utajua maswali ya kuuliza
kule. Hata mimi nimesikia maneno mazuri yenu, na bwana waziri, I promise you ya kwamba in our role as oversight, sasa tumepata maswali ya kukuuliza huko bunge. So hatutakuuliza mengi hapa, lakini ningependa tu kusema mambo kama mawili. Ya kwanza, mimi nilikuwa waziri wa usalama miaka 20 iliyopita, miaka 23 iliyopita. Na nikiangalia saa hizi maneno yamebadilika. Wale machief ambao waliandikwa wakati wangu wote wameenda retirement. Polisi ambao niliwajua hawako. Makosa ambayo yalikuwa yanafanyika wakati ule ni tofauti. Generation ambayo una deal nayo saa hizi ni tofauti. Na because of this, these chiefs you have here are a new generation of chiefs. And you have to give them the facilities to do the work for this new generation. Kwa sababu kama vile madam moja alikuambia yule wa kwanza, wanabeba ofisi kwa mfuko. The first thing you do is to, if there is something called an office of the chief, then we must actually help them to get offices. Let us try and give them facilities. These are chiefs who will now have to use Wi-Fi. These are chiefs who have to use motorbikes. Let us try as much as possible to facilitate them. Sisi katika constituency yetu ya Transmara, ya Kilgoris, kaa chini kidogo tu kwa sababu sita. Nimepata ADC hapa. Tumejaribu kujenga maofisi chache katika ya machief. Lakini we need some support ili tuwezane kuwafanya wakuwe comfortable. Na vile vile pia kwa police. Wewe ume-identify 2 types of police stations. Kuna zile police stations za zamani ambazo hazina, ambazo zimezeeka. Kama ile ambayo inaitwa kwa jina ya constituency yangu, inaitwa Kilgoris. Kilgoris police station imezeeka sana. Na actually kuna siku ambao mabusu walitoboa cell kwa sababu material wakatokea. Tunataka kujenga police station ya Kilgoris upya. Na tunataka utusaidie kwa sababu tutatoa pesa ya CDF na Tongoyo ambaye ni rafiki yangu na mnafanya pamoja in terms of budget, mtuwekea pesa kidogo ili tujenge hii police station. Ya mwisho katika hiyo area tuna town kubwa ambaye inakuwa kubwa, inaitwa Lolgorian. It really needs a special attention kwa sababu it is growing, kuna gold, kuna nini, kuna watu wengi, makabila, and it is bordering Tanzania pamoja na Ang'ata. Sasa wewe fanya tu kitu kimoja waziri, na hiyo tu ndio utasimama sahi na kujibu. Ni kusema tu nitakuja kutembelea Lolgorian na Kilgoris. Sema tu hiyo kwa sababu ndio tutakuja kukuuliza kudownload mambo mengi. OCPD hana gari, nobody has a vehicle there. So how will they do security? Ya mwisho ningependa kukuomba, you know prevention is better than cure. Na part of security is to try and stop people from committing crimes. There is a colleague of mine ambaye anaitwa Kitayama ambaye ameenda ameongea. And you know prevention is better than cure. Tafadhali muite kwa ofisi yako muulize kwa nini alienda kusema vitu kama hivyo. Kwa sababu kwenda kudanganya Wakuria ati ile inji ile mnaona ile ati ile ilikuwa yenu. Na unajua actually my grandfather Ologisa Mbere alituambia kuna inji inaitwa Ong'ata na Nyokie na ni yetu. Na unfortunately waziri wewe unaishi hapo sasa. Hapo actually ni shamba yetu, hata bado tunaweza kukuonyesha mahali babu yetu aliishi. Sasa tukihama kwenda huko, what will you feel really? Hebu tujaribu kuzuia these people kwa sababu kama ungekuwa Transmara this weekend, vijana wamechemka. Wanatupiga sisi wote kusema kama hiyo ndio maneno, our land cannot go like that. Now if you create insecurity and you are a leader, it is not going to be very good. Kwa hivyo mimi ningesema mengi lakini tunajua sasa imekuwa jioni. Ningependa tu kukushukuru na kukuombea Mungu. Hii kazi ni ngumu sana lakini I am sure you are equal to the task. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Sunguli. Bwana Waziri, nafikiri vile tuli promise we are not going to take much of your time.
Leo ilikuwa siku ya wananchi na waliweza kuongea na mimi nimeshukuru. Bwana Waziri, when you are not there, hii maswali huwa naambiwangu courtesy of my position. So me, I was a very happy man today. Kwa sababu unajua kuna majukumu mengi huwa tunaongea na kufikisha kule Nairobi. Maybe wanawaziri kukusaidia tu, I want to mention or highlight or to bring to the attention of these Ngao officers some of the issues that they raised that also as parliament we are addressing. Hii watu wamezungumzia mambo ya village elders. Kila wakati tukienda mikutano mnasema mambo ya mshahara ya village elders. Nasikia waziri tena tayari amewajulisha ya kwamba there is already a policy on his table. Pia ni mzuri niwaambie as a parliament we have already a bill. Tuko na bill ambayo iko katika a second reading katika bunge la kitaifa so that tuweze ku-enact na kutambua mambo ya village elders katika sheria zetu kwa sababu hamwezi lipwa bila kutambuliwa kisheria. So we are jointly working with the Ministry of Interior and Parliament so that tuweze kuitambua mambo ya village elders in our act so that tuweze kuangalia mambo kama hiyo. Bwana Mheshimiwa Waziri, of course I know better than majority of these people, mambo ya budget imekuwa shida. Tumezungumza na wewe mara mingi, especially kwa mambo ya magari, kwa mambo ya police station, and I know the government is doing something about the same. Kuna pia mambo ya, kuna mwenzetu alizungumzia mambo ya social services, especially among our police officers. We are also ready, there is an amendment, a bill, ambayo pia it is really advanced, being sponsored by one of our colleague, Masara, ambayo we are going to make it mandatory. Kwamba in every county, we are going to have a social services or unit so that masilai ya waskari wetu, who actually the work is very traumatizing, at least to benefit from the same. Kwa sababu we really appreciate what you are doing. Kama kuna watu wanafanya kazi ya ziada, malipo kidogo, na wananchi hawashukuru, ni watu wa askari hawa na Ngao officers. But continue doing the same. You do it overtime, no weekend, no holiday, little pay, na wananchi don't appreciate. Kama kuna lawama yoyote, kila siku ni Ngao officers. Askari, DO, chief, lakini mufanye kazi kwa sababu malipo itakuwa pande hii na kule pia Mungu ataweza kuwabariki. Lastly, Waziri, kwa sababu nimekuambia I don't want to take much, I think it's also good to appreciate Bwana Waziri ya kwamba generally when this Kenya Kwanza government took office, tulikuwa na a lot of insecurity in North Rift, in Kerio Valley, in northeastern part of the country, na tunashukuru kwa sababu through the effort of all of us led by the ministry, tumeweza kuweka chini asili 70. We had actually taken down the issue of insecurity by 70%, which is through such efforts like this one, ambayo engage and continue doing public participation and getting opinion from the leaders, like what the minister is doing here today. Lastly, Waziri, I think it's also good to bring to the attention that the National Police Service is doing recruitment anytime soon, maybe next month. Na ninajua mambo ya corruption iko juu sana. Na kwa sababu muko hapa, na mimi ninajua ya kwamba mara mingi wazazi wanaambiwa watoe shilingi 600, 500, 700, tafadhalini. Kama msitoe shilingi hata moja, mkisikia mtu wowote ambaye anaambia nyinyi mtoe pesa, mripoti, kutakuwa na hotline, hawa watu wachukuliwe kisheria. And I'm sure the minister will confirm the same because we don't want corruption. Kenyans who actually are entitled and merit should supposed to be recruited without being subjected through corrupt through hii mambo ya kutoa hongo. Ninajua mzee wa Amalo ananiangalia. Hata Amalo tutaweka iwe recruitment center. Si ndio? Si ulikuwa umetuambia hivyo? Kwa hivyo tutaweka iwe recruitment center. Kwa hivyo mwambia vijana wajipange. Waziri bado labda ata confirm the same, we'll give you the date. Lakini we want to say that any police officer, anybody ambaye ataitisha ongo, tutaenda kuchukua sheria na to make sure that they have been prosecuted and are disciplined, kwa sababu that is wrong to do the same. Kwa hivyo Waziri, mimi narudisha program. Sijui kama kuna deputy governor hapa atatoa vote of thanks, alafu to release Waziri. Asanteni sana watu wa Narok, mupeleke salamu. Sawa sawa? Asante sana.
Haya. Waziri wetu wa National Government Administration and Coordination, wabunge wetu, mbunge Tunguyo, mbunge Ole Sungule ambaye alikuwa minister wa interior nikiwa primary, rafiki yangu Davis Ole Digir, geopolitician Mr. Sangok ambaye ameniambia ile mpira ilitolewa juu ya miti, yeye angerudisha kwa miti. Amesema angerudisha hiyo mpira juu. Waziri, thank you for this initiative. Hii initiative imesaidia Wakenya. Nimeona ukizunguka kila mahali Kenya. Ile ministry ingine ulikuwa hatakuwa tumekuona hivi. Sasa hii ni ministry yako safi. Hii ndio unaweza fanya kabisa. The president had not, known the best ministry for you. He has scored when he mentioned you that you be the minister of interior in this country. Hii imeingiana sasa. The issue of security is an emotive issue in this country. Without security, there is no education. There's no best education for our children. Watu watakuwa wanasumbuana. There is no agriculture in the right way. Hatuta watu wapeleka mazao zetu ku cross places. Hatutakuwa tunaenda mahospitali zetu vile inafaa. Hatutakuwa tunakaa ama tunaongea na lugha zingine vile inafaa. So maneno ya security ni kitu lazima tuichunge kwa hii Kenya. It is not something negotiable. Waziri, mimi ni mtoto ya hawa machief. Mimi pia ni mtoto ya chief. Nimeona hii uniform tangu 1999. Nafikiri baba yangu wako hapa. Sijui yako wapi hapa. Nafikiri baba yangu wako hapa. Ndio hii. So mimi ni mtu ya hawa tu. Na mimi kidogo nikuwe ACC 2019. Nilienda interview, mtoto wa chief wanapenda pia hii kazi yenu. Unajua ya polisi hawataki kukuwa mapolisi, watoto wa mapolisi hawataki kuwa mapolisi, watoto wa walimu hawataki kuwa walimu, lakini wa machief wanataka kuwa machief. So hii yenu ni special. I don't know how you normally do it, because nilitaka pia hii kazi, lakini nilimuuliza mzee salary ni ngapi. Nikamwambia sasa si niende ile ni kama hii yako. That is why nilikuwa nataka ACC. Things that you request the county. Muliuliza sisi tujenge police station. I think waziri, we will request you to initiate an MOU ya county na yenu, so that we avoid the audit issues ambayo imekuwa ikitusumbua kwa hii Kenya. Pia when we were at the DCC's office, ama county commissioner's office, I was very shocked to realize that we have 100,000 adults ambao hawana IDs. It is very wrong, and for that, waziri, again initiate an MOU on huduma mashinane. Tufanye na county na national. Tukue na huduma mashinane MOU ya national na ya county. Ndio sisi tuende mashinane, tuweze kuwa register watu waanze kukuwa na IDs. 100,000 is a big number. It is even becoming a problem when resources are being shared. Na amuko kwa numbers ya wale watu wako na IDs. It is very wrong. So machifu, mwekele hiyo kitu iende mbele. Rescue center ambaye muliomba, sisi tumekubaliana kama county. Tunajenga moja pale Kilgoris. So kuna moja tutajenga kama county government tukiongozwa na Ole Ntutu na wa MCAs na viongozi wote wa Narok. Water bills, mumesema, some of you have said we are overbilling. Tulikuwa tumesema nyinyi wale wako na complaints kindly visit na Wasco offices hii yetu hapa. They will be able to sort out your issue. Hata sisi kama county tuko na machifu wetu. Tulipitisha juzi bill ya village delineation units. Tutaajiri village administrators. Ule mahali chief wako, hata sisi tutakuwa na village administrator wa county.
so that kama mnataka support ya county mnamwambia huyo mtu wetu anaturepresent hapo kwa kijiji yako ambaye inakaa kama sublocation. So tutasaidiana na nyinyi, tuko tayari. We're looking forward to having discussions na nyinyi na chiefs na DCCs na watu wote. Hata nyinyi kama mtae conflict of interest ama vita na wanasiasa kwa hii county, hata nyinyi msiingie siasa basi, because hapo ndio tunapatana. Saa zingine mnakuwa biased, so msipokuwa biased hatutapatana. Mkikuwa biased sasa tutapatana, tunaweza kukutransfer. Nimesema hiyo na waziri yako hapa, lakini ni mbaya. Kuna wengine wenu mnaingia siasa, msikuwe biased. So kama mnataka tukue amani kwa hii county, msiegemee pande nyingine, mkuwe sawa sawa na tukae sawa sawa kama watu hapa. Otherwise sasa kusema mengi, gavana wetu alikuwa anakimbia mahali, na tunasema karibu waziri, karibu tena na tena. Tutakuwa tunafurahia kukuwa na wewe kila wakati. Kwa hayo mangi na machache, karibu waziri. Thank you very much, DG. Pigeni makofi DG na viongozi wote. Pigeni makofi mtoto wa chief. Sasa ana threaten baba kwa hapa ati nitakutransfer. Amesahau baba kwa upande ule mwingine. So ningependa kusema kwamba ndio tuondoke because we are really pressed of time. Wapi yule mtu ya pombe wanakada? Nataka aseme neno moja. Nimeambiwa kuna hard drugs hapa na mheshimiwa amesema hapo. Sema kitu hapo. 1 minute. Asante waziri. Just want to reiterate the fact that katika hii gatuzi la Narok kuna zile hard drugs. And there's an enclave within this division called Kampi ya Moto. Waziri, if you go there now, you'll see our young people who've turned into zombies. And Waziri, just to add on that, even if we went and did a crackdown there right now, there's nowhere we will take these young people because Narok County does not have a rehabilitation center. And I take this opportunity to implore upon the county government to please use some of the monies that are collected from licensing of liquor to build rehabilitation center. Waziri, with your indulgence, I'd like to recognize one sub-chief from Isonkoro sub-county. Kama uko hapa simama. Isonkoro location. This gentleman, anaitwa Daniel Partuga. He exemplifies the true meaning of the war against alcohol and drugs. Kwa sub-location yake, hakuna pombe. Amepewa jina mingi, Ocampo, sijui nani. Finally, I'd like to recognize mtoto wa eneo hili, anaitwa Koshal. Yeye ndio mshirikishi wa nakada eneo hili. Wevu wasalimie na anafanya kazi mzuri sana. Asante waziri. Pigia yeye makofi. Pigia assistant chief makofi. Hiyo ni representation yenu ya wale wanafanya kazi nzuri. Tuko hapa na mheshimiwa DIG Masengeli. Aseme tu neno moja. Hamdaki tuende mbinguni. Sasa polisi hatuna mambo mingi, kazi yetu ni kukuomba kushirikiana na mwananchi. Sisi tumekutana hapa wote. Hii masaa yote tumekaa, afanda amekaa hapa, hao maafande wote paka governor alikuwa hapo, waheshimiwa wote, kwa sababu tuhakikishe mwananchi ako salama. Na ako salama, ndio? Lakini hapa nilipokuwa naongea na mheshimiwa huyo wa East Africa, akaniambia hapa kuna na wanyama. Akaniambia kuna wanyama 5 wanajulikana, moja akaita sindofu, ingine akaita simba, ingine akaita rhino, alafu hizo zote
ni simba. Sasa nikasema kwa sababu hapa tumeambiwa mambo ya corruption na huyu mheshimiwa, najua huyu jamaa anafanya hii, anafanya mambo mbaya mbaya, lakini kwa sababu hako kwa payroll yake anamletea kitu kidogo hataki. OCS the same. Ukienda kushika kidogo hiyo jamaa ya bangi. Sasa katika hiyo wanyama akanifunza kitu moja. Kuna paka. Mnajua paka? Hii paka wakati na kuwa simba, mtu akaniambia ikuwe simba lazima iwache ile appetite ya kukula panya. Tuko pamoja? Sasa wewe kwa sababu tunataka kuwa watu wazuri, ile kidogo kidogo, ile ya corruption, ile ya kuonea mwingine, ile ya kufanya nini, ili tushirikiane na tufanye mambo yaliyo sawa. Mungu awabariki. Alafu tumalizie na DIG KPS Bwana Eliud Lagat. Pigia makofi. Waziri wenzangu, good evening. Kila wakati basi nachukua nafasi hii pia kushukuru nyinyi wote kwa ushirikiano mwema ambayo tumesidi kuiona kila mara. I want to appreciate the ngao, kama polisi nataka kuhakikishia kwamba we will work with you. Tumeelewana? What is important for